hatuachi. Lelele, tutapaza sauti zetu kama tarumbeta, tutapiga kelele hatuachi. Lelele, tutapaza sauti zetu kama tarumbeta, tutapiga kelele hatuachi. Lelele, tutapaza sauti zetu kama tutapiga kelele hatuachi. Lelele, tutapaza sauti zetu kama tarumbeta. Unastahili Bwana, unastahili Bwana, unastahili Yahweh, unastahili Bwana, unastahili Bwana, unastahili Bwana, unastahili Yahweh, unastahili Bwana. Weka mikono yako juu kwa Yesu, mikono juu, mikono juu, mikono juu, mikono juu, mikono juu kwa Yesu. Yeah, mikono juu, mikono juu, mikono juu kwa Yesu. Ayo, weka tena mikono yako juu. Nataka tuone Lingala kidogo, tuone. Fanya kama mimi, tuone, weka mikono yako juu. Muziki pole pole sasa. Kama unapenda Yesu wewe, mikono juu. Kama unapenda Yesu wewe tena, mikono juu. Kwa mabega. Bwana Yesu asifiwe. Are you ready for Lingala? Are you ready for it? Sasa weka mikono yote juu. Kama uko na mikono, kama uko nayo, kama hauna weka tu chini. Lakini kama uko na mikono fanya hivi. Kama unapenda dadi wa Yesu, mikono juu. Fanya namna hii, fanya. Yule, oh Yesu anaponya yule. Oh Yesu anaponya. Yesu anaponya. Yesu afungua. Yesu afungua. Oh Yesu ni yule yule jana leo. Hey, Yesu ni yule yule. Shangwe na vigelegele kwa Yesu. Piga makofi, piga. 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 Anacheza. Cheza wewe. Cheza wewe. Cheza. 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 Haya, nataka turukie Bwana. Weka kabugu kamoja na munai. Na munai. Na munai. Punguza uzeba. Tune. Aya. Tune. Tune. Kama ninaweza nikaruka wewe. Tune. Ya. Haya, mikono chukua Yesu. Ninakuatia ngai wako, ninakuatia tata. Ninakuatia ngai wako, ninakuatia tata. Ninakuatia ngai wako, ninakuatia tata. Ninakuatia ngai wako, ninakuatia ngai wako, ninakuatia tata. Ninakuatia ngai wako, ninakuatia tata. Ninakuatia ngai wako, ninakuatia tata. Ninakuatia ngai wako. Kama mko wapi? Ninakuatia ngai wako, ninakuatia tata. Ninakuatia ngai wako, ninakuatia tata. Ai tata tata tuna. Tata tata. Tata tata. Tata tata. Tata wako. Tata tata. Tata tata. Tata tata. Tata kawaya. Tata kawaya. Tuzonge, tuzonge. Aya shangwe na vigelegele kwa Yesu. Nainagira gayo hapa ye. Nainagira gayo hapa. Nainagira gayo hapa. Kama kuna wewe. Nainagira gayo hapa. Nainagira gayo hapa. Nainagira gayo hapa. Atukoma pamoja. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah.
Pigieni Yesu makofi tunapoingia kwenye. Thank you. Thank you. Wastahili sifa Bwana. Mwinulie tu Bwana mikono yako, mwambie Bwana karibu ndani ya moyo wangu. Mara tena Bwana. Unastahili ewe Yesu, unastahili kuabudiwa, unastahili. Inua mikono yako juu, mwambie Mungu unastahili kuabudiwa. Jipeleke mbele za Bwana. Mwambie niko hapa siku ya leo. Simama, kila mtu asimame, kila mtu asimame. Umwambie Mungu sasa niko hapa. Nahitaji msaada. Nahitaji baraka zako. Ninakuhitaji. Mulilie Mungu sasa. Fungua moyo wako. Umwambie Mungu unanihitaji. Fungua moyo wako. Umwambie Mungu nahitaji. Unastahili kuinuliwa, unastahili ewe Yesu, unastahili kuinuliwa, unastahili, unastahili Baba,
jina lako litukuzwe, maana wewe ni Mungu mwenye uwezo. Na kuomba Baba ukatuwezeshe, ukatufanikishe siku hii ya leo ambao tuko hapa. Tuko hapa kwa ajili ya utukufu wako. Tuko hapa kuabudu, kusema wewe unastahili kuabudiwa. Wewe ni Mungu mwenye uwezo. Wewe ni Mungu mwenye mamlaka. We thank you. We give you glory and we honor you. In Jesus' name, somebody say amen. You may be seated. Unaweza kuketi kwenye kiti chako cha muujiza. Simu zime mtoe hii. Nani ameweka hii hapa? Zima hiyo. Thank you. Thank you. Nitole hii hapa. Kuja. Hii. Sogesha huko mbele. Umeweka karibu sana. Thank you very much. Sukuma tu huko nyuma hapo. Iangalishe huko. Sasa asante. Usalimie mtu mwenye yako karibu, mwambie sasa tumeingia part 2. Ni part 2 ama ni part 3? Hallelujah. Bwana siwe sana. My brother leo naona ameduga kasuti sana, kasuti ka blue. Sasa ubaya ni kasuti, simama. My good friend, tembea tu na Yesu, tembea. Yes. Lazima siku moja utaona wewe. Lazima. Upende usipende, hii macho itafunguka. Mimi najua niko na imani hii macho itafanya nini? Habari za kushinda. Amen. Niko salama. Nashukuru Mungu. Karibu sana kwa nyumba ya Mungu. Tulia hapa, rudi nyuma tu pole pole. Rudi nyuma pole 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 pole. Hapo sasa keti sasa. Na wewe brother? Habari ya masiku. You are doing good? Thank you. Thank God. Daddy, tuna bueno ile ige. Yaani tuli ona kama kaburaki. Zote zili. Najua zamani tulikuwa tunajipaka uga. Tulikuwa tunajipaka uga ndio tuonekane sisi ni wazee. Alafu tunanyoa kipara ndio tuonekane nini. Sasa mimi najaribu kumaliza hiyo kipara. Hiyo nilikuwa naomba ikuje ili kuja. Sasa najaribu tena kunyoa yote ndio hiyo kipara isifanya nini? Maana sitaki kuzeeka. Bado niko 30 years. Bwana Yesu asifiwe sana. Last year niliambia watu niko 31. Jana nilikuta kuna mtu niliambia niko 30. Sasa nashindwa. Ninataka nikirudi nyuma. Ni wangapi wanadanganya miaka yao? Inua mkono wako juu. Wale wanadanganya miaka. Wamama wanadanganyaga miaka. Kuna mama anaweza kukwambia miaka yake ni gapi. Magi una miaka gapi? Magi uko na miaka gapi? In the blessed years. Sasa unajua lugha hiyo ndio lugha ya uongo. Ya kudanganyana. Mtu kama umezeeka, kama tumezeeka tumefanya nini? Ni tukolile, tumezeeka. Tumeondolewa kwa kiwaja. Kuna madotcom wamekuja, si ndio? Tuwapati. Unajua kuna wakati ule nilikuwa 21, nikichukua kitambulisho wangu niliongeza miaka gapi? 4. Ndio nionekane mimi ni mzee. Sasa ikifika mzee, wakati ilifika nimeanza kurudisha miaka nyuma. Nimeanza kurudisha kukatalia kule. Sasa unaona wakati ule ulikuwa unasema uko mbele. Sasa nasema niko nyuma. Hivyo hiyo ndio hali ya binadamu. Bwana Yesu asifiwe sana. Live kivi. Unaitwa? Unaitwa kwa nani? Susimame. Livingstone. You are a Livingstone. How have you been? Umepunguza baki? Imepungua ama imeenda sana? Imefika wapi? Imepungua. Leo saa hizi unavutaka kama gapi? 2. 2 tu kwa siku, si ndio? Ama ni kamoja? Ni kamoja? Tonge tu kweli. Hii kitu tulifanya hata sisi, hata mimi nilikuwa navuta bagi. You are not a new one. Ni gapi unavuta siku hizi? Zamani nilikuwa najua ulikuwa unavuta 6 7. Siku hizi ni kama ngapi? Useme ukweli, usikweli kabisa. 2 tu. Leo asubuhi ulikuwa kwa kamoja na jioni kingine kamoja.
Si unaona sasa? Sasa mnachaka nini na watu wa Mukuru hapa mnajaa ni bagi hamwezi hata kutoka kwa nyumba ndio muone. Halo. Unajua nilikuwa nataka kukurudisha kazi. Sasa nimeona hujapugusa yote. Kama ungepugusa ubakise kamoja, ningekurudisha kazi leo. Kwa sababu wakati nilikuwa nimekupatia kazi ulikuwa naona picha tatu. Alikuwa naona watu tatu. Kuna siku moja nilimuuliza nikaona venye anakaa hivi. Nikamuuliza unaitwa nani? Akaniuliza wewe ni nani? Nikamwambia mimi naitwa Kemani. Akaniambia mimi sikujui. Sijai kuona hapa. Nikamuuliza umeona apostle hapa? Akaniambia apostle alikuwa lakini ametoka. Na huyu jamaa ndio nimeweka kwa media. Halo, huyu jamaa ndio nimeweka nini? Sasa siku moja nikaona amepost yeye ni wa shetani. Unakumbuka hapo kwa kitu? Nikaona akipost mambo ya Freemason, yeye ni wa Freemason. Sasa nikaona bagi imempeleka juu kiasi. Hiyo ndio ilifanya nikusimamisha kazi. Kama sasa utapuguza ukikuja kamoja, sikwambii uache kabisa kwa sababu hii kitu kuacha inakuwa gumu. Inakuwa gumu. Hata mimi ilinisumbua sana kabla niwache. Sasa pugusa, ikipugusa tena nitakuwa nikifuatilia, ikipugusa tuone kama imeenda chini kabisa utarudi kazi. Si ndio? Si ndio? Kwa sababu huyu mtu anajua kuweka stima, anajua kufanya wiring, lakini sasa anaweza kufanya wiring, aweke earth wire, connect na live wire, muone nyumba ikiwaka moto. Na ikiwaka moto anasema miujiza imekuja. In the name of Jesus, fire has come. Na nyumba inachomeka. Kaa chini. God bless you my brother. Hata that is an achievement. Hata kudrop kutoka 6 mpaka 2. Unafikiri mchezo? Watu wa Mukuru. Kudrop kutoka 6 mpaka 2 ni mchezo? Hii ni kujitolea. Hiyo ni kujitolea muhaga, ile kujitolea. Mpigieni makofi. Yes. This is achievement. Hii sasa ndio tunasema hii ndio wokovu. Sema hii ndio wokovu. Wacha na hii gine ya hypocritical. Mtu sema mimi nilikuwa navuta bagi, yes. Kwani ilikuwa yako? Ndio nianze kukuficha. Si nilivuta. Na ni mimi ndio nilivuta. Ni wewe ulivuta. Si ni mimi nilivuta. Sasa nakuficha ya nini? Na ni mimi nilivuta. Kama niliiba, si ni mimi ndio niliiba. Kuna kitu yako niliiba, ile kitu naweza kuogopa. Nikiona mnaanza kuniangalia macho baya ndio sema niliiba mali fulani na kumbe wewe ndio ulikuwaga watchman. Ni wewe tuliweka ndani ya gunia. Unajua hapa wakati tulikuwa tunaiba hapa industrial area hapo road A, wede hiyo mabarabara zote tulikuwa tunashika watchman tunaweka ndani ya gunia. Unaona gunia alafu unamtobolea tumacho mali ya kupatia pumusi, kutoa pumusi. Bwana sasa nikiogeaga unaonaga na kama hapa najua watu wengi mnaweza kuwa mko hapa. Na labda ni mimi nilikuweka ndani ya gunia. Sasa ndio unaonaga na angalia nione reaction ya mtu nijue venye nitakaa. Maana anaweza aliumia. Najua kukaa ndani ya gunia masaa 6. Unafikiria ni mchezo? Mpaka muidi akuja kutoe hapo. Na uwezi umekujwa umekaa hivi unaninginiswa. Tulikuwa tunaninginisa mtu unakaa bana gunia. Sasa unavuga hapa ananinginia tu hapo, ananinginia tu pole ananinginia mpaka mtu akuja kumtoa hapo, anamtoa. Sasa imagine mzee kama huyu ndio tulininginisha. Alafu nianza kusema hapa wenye tulininginisha mtu na mzee yako wapi? Na bado ana majeraha yako, aliumia mahali mpaka saa hii anasikiaga uchungu ama alifutwa kazi. Shetani maliza. Gari kubwa. Lakini hiyo kazi tulifanya. Na ni vizuri sana kuongeaga ukweli yako. Wacha kuficha, wacha kujifanya holier than thou. Bwana Yesu asifiwe sana. Wacha kujifanya nini? Holier than thou. Wengi wenu hapa wa mama naona mlikuwaga wachawi. Lakini mliwacha. Si mliwacha? Si mliwacha? Si mmesikia kutoka na wachawi hapa. Na ni vizuri kukuwa na watu kama hao. Maana watu kama hao ndio wanafanyaga tuombe sana. Kama hakungekuwa na wachawi, waizi, watu hao wabaya, hatungeenda mbele za Mungu kutafuta Mungu. Hata hakungekuwa na kanisa. Kama shetani hangekuwa, kungekuwa na pasta. Simupigieni mapasta makofi basi. Kama hatungekuwa na shetani, hatungekuwa na kanisa, hatungekuwa na pasta,
Sasa angalia, mimi nakuja na ngara, nasimama mbele yenu na wahubiria, mnanipatia kasadaka, naenda nyumbani na kula. Kwa hivyo kama si shetani ningekula. Hapana. Kwa hivyo kuna vitu vingine lazima vikue ndio mambo yaende vizuri. Mungu ndiye alidesign tu. Shetani yakue ndio tuanze kuhangaika, tukae karibu na Mungu always. Kama hakungekuwa na shetani hatungekuwa tukitafuta Mungu wa nini? Tungekuwa tukitafuta Mungu wa nini? Tungemuturegelia mali. Hatungekuwa tukipiga makoti, hatungekuwa tukililia Mungu, hatungekuwa tukiita Mungu, tungekuwa tu tunakaa starehe bila kujali. Lakini Mungu alijua lazima nifanye hawa watu wangu wakuwa wananitafuta kila wakati. Na ndio naona watu wengi kama nyinyi mmekuja hapa kutafuta nani? Uso wa Mungu. Na Mungu awabariki sana. Semeni amen. Mungu akubariki kwa sababu ya kukubali kutafuta Mungu. Na mabrothers, hawa madugu zangu, muendelee tu kuomba. Kuna kitu, kuna muujiza Mungu atatenda. Hiyo mti yako utaweka chini. Hiyo ya kutembelea utaweka chini. One day you will walk. One day utatembea. One day utaona na macho yako. One day utasikia na masikio yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Hiyo tatizo unaona unapitia, siku moja utatoka huko. Mimi nilikuwa mtu mbaya. Sema mtu mbaya. Nyonaga andu angi makigeria kunjambia riu ngarigwo atiriri mundu kae kirimu kia muthembori. Mimi nilitangazwa na radio na TV. Nikatangazwa dunia mzima na CNN na BBC. Mtu mbaya. Ati ugacoka guka kunjira atiriri wina kimira haha. Riu ndatangatha go maundu moru. Ati ni uguthi kunjambia mundu cio andetha mpaka riu kuu ni unjambia. Tafuta kitu mzuri ya kunishabia nayo yenye sijawahi fanya. Halo? Mnanisikia lakini? Sasa mkisema Waruge ni mbaya, radio ndio ilitangaza kwanza. BBC ndio ilitangaza venye Waruge alikuwa mbaya. Mimi nimeuza chang'aa. Ulisa wale watu wa Mukuru mkono juu. Mukuru kwa Ruben. My best wangu wako wapi? Nua mkono juu Mukuru kwa Ruben. Thank you. Wapigieni makofi. Yeah. Hawa ndio mabesi, hawa wananielewa vizuri. Na wanaelewa maisha yangu kule nilikaa Mukuru. Wanajua mpaka nyumba yangu iko. Si iko nyumba yangu? Iko kwa Mukuru. Na sitaiuza. Mtu wetu kutoka nyumbani akikuja ako na shida ya nyumba na mpeaga hiyo nyumba. Ndio aelewe shida ya maisha. Bwana Yesu asifiwe sana. My house in Mukuru is still there. Na nimeifence, nimeitengeneza vizuri. Ile kitu nimeweka nini? Tile mzuri. Lakini ile mashimo kubwa unajua ukiwa Mukuru ukipika unachukuliaga yule mwingine kule kwa nyumba next neighbor, unamchukulia, unaona kile anapika. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna mwingine sasa anachomanga, anakulaga kanyama, lakini si nyama. Mukuru akunaga nyama sana. Ama kulikuja nyama ni motura na nyama ya ngamia. Nyama ya ngamia bado inakuja. Waliwacha. Kulikuwa tunakula nyama ya ngamia na motura, waliogo na nini? Ni waliogo na hiyo ingine na maini na matubo. Sasa ujui kama matubo ni ya ubwa ama ni ya paka. Lakini ikikaragwa unasikia inalia, iko kwa rogeo inalia cha 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 cha. Sasa unakatiwa ya shilingi ngapi? 5. Sasa ukienda ndio unakuja kujua ulikula matubo ilikuwa ya ubwa. Lakini sasa haikukuua, ni mzuri. Bwana Yesu asifiwe sana. Haukukufa, bado uko salama. Maana na ukijua umekula hiyo ya ubwa, unaenda unakamata glasi ngapi? 2 ya chang'aa. Unaweka kwa mdomo. Inachoma hiyo nini ya ubwa, inatoka. Haleluya. Na bado tuko healthy. Si unaona niko healthy? Ndio unaonaka mimi sikunywa dawa. Let me tell you one thing. Mimi sikunywa dawa. Nilikunywa tu time nilidugwa sindano. Ni kitambo sana. Na hiyo sindano nilidugwa nikajikojolea. Maana kama kuna kitu naogopa ni sindano. Niliona mdaktari akifanya hivi. Akainamisha kaona amekuja kaweka. Na mimi masikoje ikateremka hivi pole pole. Unajua ni kwa nini sikunywa dawa? Nilikula kule Mukuru umekula gamia. Kule Mukuru umekula ubwa. Kule Mukuru umekula kapusi. Kule Mukuru umekula bata. Kule umekula kila kitu. Alafu unateremka hapo chini Mukuru. Alafu pale kuna sewage. Umekula cabbage ya sewage. Na una imagine cabbage ya sewage, ile fertilizer ni raw. Ile itangwa raw fertilizer. Hiyo mnakula. That is how we are. Unaona tuko healthy na tuko sawa sawa.
And that's why I'm tall, dark, and handsome. So there is no life that is bad. Hakuna maisha ambayo unaweza kuambia mtu ni baya. Bwana Yesu asifiwe sana. Maana mtu atatoka huko ndio nilitoka. Na huko mimi ambaye nilitoka huko ndio nakuhubiria sasa. Mimi ambaye nilitoka huko ndio naenda nakaa chini na Ruto, naenda nakaa chini na Uhuru, naenda nakaa chini na Putin, naenda nakaa chini na King Charles. Bwana Yesu asifiwe sana. Mimi ambaye nilikuwa wapi? Mukuru. The life you are living today, you are going to change. Hiyo maisha shetani amekupelekea inaenda kuchange. Mimi nakumbuka jana tukiongea na watu wa Mukuru hapa, nilikuwa nimewaitia wakule buffet. Walikula buffet. Bwana Yesu asifiwe sana. Sema buffet. Buffet ni nini? Chocho. Buffet ni nini? Hapana kujua. Hapana kujua. Sasa anasema hapana kujua. Buffet ni ile chakula unajichotea. Unachota hapa. Hapa iko na koaru, hapa iko na sukuma, hapa iko na kanyama, hapa iko na ya kuku, hapa iko na ya kanyau, hapa iko na ya kaubwa. Yaani zote nyama ziko. Hiyo ndio tunaita buffet. Sasa umeelewa? Basi. Jipigie makofi basi. Yes. So life has a meaning. Whatever that you are going through does not condemn you. Chochote ambacho ama mambo mahali unapopitia, lolote ambalo unalipitia sasa, sio hukumu ya wewe kukufa. Ni process ya Mungu kukubadilishia maisha. Maana Mungu ako na mpango mzuri. Kuja ukae huko mami. Kuja huko. Huyo ni mtoto wetu huyo kuja. Huyo alikuwa anasema sijaokoka. Ndio watu wa familia waaminiki mpaka waone umeokoka. Habari yako? Sio ni hagi. Akaliwaambia watu nimeokoka. Ameokoka. Mtafutie kiti hapo akae padi hiyo tu. Ama hapa siku hizi hapa tu. Ndio mashoka guthigo cambia mundu kwao. Ndathire kanitha agire matharau. Ndatuonaga ta turi andu. Kuja umepata? Akuja hapa wewe. Kuja rudisha tu kuja hapa. Thank you. Watu wa familia wanapanga unawachunga vizuri. Maana wakienda nyumbani watakusungumza vibaya. Awadi walisema, walikuwa nasema mimi ni mwizi, wakasema mimi ni muuaji, nikaokoka wakasema usidaki honoka. Nikafungua kanisa wakasema hiyo kanisa ni ya jangili tu. Nikafanya nini? Yaani walitafuta makosa kila wakati. Sasa wameanza kukuja. Ninakwambia vumilia tu, endelea na kufanya hiyo kitu unafanya. Mungu siku moja atakutangaza vizuri. Karibu, jipigie makofi. Karibu. Habari ya Nakuru? Asante. Good, thank you. So, whatever that you are doing today, usijalishwe. Hiyo maisha uko nayo sasa, isikusumbue akili. Kaa tu kikojea siku moja, Mungu anaenda kukubariki. Na Mungu atakubadilishia maisha yako. Mimi wakati moja nikiwa Mukuru nilikuwa nimefugwa na mama mzee, alikuwa na miaka 70 hivi na mimi nilikuwa na 22. Bwana Yesu, difference ilikuwa 50. 50 ni namba ya grace. Hallelujah. 50 ni namba ya grace. Sasa mama alikuwa mama kama huyu, si mama mami. Kama tu. Sasa hiyo mama huyu mwenye alikuwa ameniweka kwake, alikuwa kama huyu, alikuwa anauza changara, lakini sasa sura ilikuwa mzuri maana alikuwa na pesa mingi. Na mtu akikuwa na pesa mingi sura sinakuwa ya mtoto mzuri. Sura mzuri kwa sababu alikuwa anajipaka mzuri na alikuwa anabodoa mwe kichwa na mapaka ile kichwa inakaa nywele inakaa vizuri inalala. Alafu imepakwa hapa ni red, hapa inakaa nini brown hivi. Sasa mama akikanyaga hivi, alafu alikuwa na mama ni sketi. Mama kama huyu sasa alikuwa anavaa kakitu kahadi kachifu kalikuwa kamefika hapa. Bwana Yesu asifiwe sana. So huyu mama alikuwa mrembo na alikuwa na pesa. Huyo mama ndio alikuwa wa kwanza kuninunulia nguo mpya. Maana nilitoka kwa chokora akaninunulia jini ya Safuko. Mnajua jini za Safuko? Watu wa Safuko wa zamani inua mkono. Ndiye alininunulia jini Safuko, suti, ilikuwa suti.
na akanunulia kiatu ya safari buti, na akanunulia ile kofia ile watu wa kwenda tu wanafaaga ile kama ile ya ule mama, na akaninunulia, na akanifalisha, na akaningalisha, akanunulia mimi ya dawa ya mpya, socks mpya, kiatu mpya na suti ya safuko. Nikaoshwa. Nilikuwa kachokura, nilikuwa kuna pale unaona pale kule Buruji Hemji. Pale ile watu walikutwa wamekatakatwa kule chini mkule kwa jega, huko ndio nilikuwa nakaa, huko ndio tulikuwa hapo ndio tulikuwa tunaficha chang'aa. Sisi tulikuwa tunachuga Joroge akileta chang'aa kutoka Huruma, yeye ndiye alikuja anatuachia kama security, tunalinda chang'aa. Ndio makina hawa mama na hawa wanakuja. Sasa huyu mama, because mimi ndio nilikuwa ni security mkubwa, bodyguard, na nilikuwa na kikosi yangu, alikuwa ananipenda sana. Maana nilikuwa nachuga, alafu ananiambia hiyo chang'aa nyingine iibeni munipatie. Na mtu akikuja mnachapa, ananipatia shilingi 200. Mtu akikuja tunachapa na tunamuibia hiyo chang'aa vibuyu kama 5, tunampatia. Alafu tunaambia mwenye chang'aa ilipotea. Sasa mama akajua mimi kuniweka, akinichukua kwake aniweke kwake, hii kazi yote ya chang'aa itakuwa yake. Na ndivyo kulifanyika. So alinibeba akaniweka kwake, akanisafisha, akalikuwa mzuri, na mimi sasa nikakuwa komada wa kuangalia kule Mukuru. Chang'aa yote kikuja na bia vijana iletwe kwangu. Sasa kwangu kule nilikuwa nimefugwa. Haleluya. Sasa nikiwa hapo mama, kumbe watu mnaonaga watu wameseeka, watu hawaseekagi. Abia mwenzako watu hawaseeki. Kama umezeeka wewe ndio umeseeka, watu hawaseekagi. Sasa mimi kazi yangu ni kukula vizuri na kukunywa motasi kabili. Nilikuwa nanunuliwa Guinness bili kila siku, na kukula vizuri, kanyama kazuri kanachomwa vizuri. Kazi yangu ni kufanya PE kila siku na kila wakati. Na mimi nakaa mzuri, nalindwa mzuri. Bwana Yesu asifiwe sana. Mungu anaweza kutumia chochote akufikisha mahali. Bwana Yesu asifiwe sana. Mungu anaweza tumia mtu yoyote. Haijalishi ni nani atatumika katika maisha yako. Unajua mimi ningetarajia nipate mtu mzuri, mtu amesoma, mtu akehuru Kenyatta anisaidie kung'ara. Kumbe alitumia shosho kuning'arisha. Na mimi nikafanya PE. Bwana Yesu asifiwe sana. Mwambie mwenzako utabarikiwa. Mwambie mwenzako maisha itabadilika. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini wakati maisha yangu iliisha na huyu mama, kumbe hizi nguo nilimpatia zile za uchokora hazitupagwi. Aliweka mahali. In case nikianza kumizibevu wenye nitaondoka huko. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa wakati nilianza kuleta shida nataka kutoka, aliniambia come here. Come baby. Aliniambia come baby. Nikaingia kwa nyumba, akaniambia toa hiyo nguo, nilikuwa nimevaa nguo mzuri. Akaniambia weka chini. Nikamwambia kwa nini? Akaniambia weka chini ama nikuitie watu wa kujerose. Maana sasa yeye ndio mkubwa mkuru mzima, ndio supplier ya chang'aa mzima. Sasa anaweza kuitia polisi wakufinye, atakuitia wakora wakufinye. Yaani yeye ndio controller, yeye ndiye yako na power, yeye ndio mwenye say, yeye ndio wako na pesa. Mimi wakati nilimwambia nini, aliniambia enda pale chini ya kitanda, chukua nguo zako. Kwenda pale nikakuta ni ile adawaya yangu na zile nguo chafu chafu. Na hii adawaya ilikuwa imelaruka. Kwa sababu hiyo adawaya nilikuwa nimekaa nayo miaka 3. Na ni zile zilikuwa za moraini hapa. Alafu ilikuwa imeisha juu ya kutumika sana, ilikuwa imeisha kabisa. Sasa ilikuwa imekaa kama skati. Sasa akaniambia niteremusha ile nilikuwa nayo, nikateremusha tunguo twangu, kila kitu nikateremusha, nikavaa, nikaona ni skati. Nikamwambia si uniachie tu hata kama ni ada. Akanipiga kofi akaniambia toa vitu zangu. Henda kabisa, takataka kasia ya mwanaume mara ya hii. Oye, nikapaki tu vitu zangu, nikavaa kaskati kangu, nikavaa kitroza kangu, na nikavaa t-shirt kilikuwa kiko na machafu huko kimetoboka. Nikatoka huko pole, nikaenda mpaka bahari kunaitwa Gong. Nikiwa Gong ndio nilipatana, nikaambiwa kuna kazi ya watchman kwa mzee anaitwa George Nyaja. George Nyaja alikuwa MP wa Lemuru. Nikaenda kusa kijana walikuwa niko anafanya watchman, tulikuwa tunasoma Emoro Secondary. Tulikuwa tunasoma na Emoro Secondary. Akanipeleka
kwa George Nyaja. George Nyaja akaniangalia akaniuliza utafanya kazi gani? Maana nilikuwa mkode kama mosquito. Bwana Yesu asifiwe sana. Akaniuliza utafanya kazi gani? Nikamwambia naweza fanya kazi yote ile utanipatia. Sasa akaniambia akanitolea nguo ya watchman. Trouser ilikuwa ya green, shati ilikuwa ya green, ilikuwa na mkarara ya yellow hapa na kikofia. Sasa wacha nikwambie, hii trouser ilikuwa ya mtu mnono. Sasa kuvaa ni kama tuingie hapa watu watatu ndio tutoshe. Sasa una imagine nilikufuga, nikapata kamba ya makongo, nikafuga hapa vizuri na nikakaa na nikashika rugu, nikakaa. Sasa Nyaja akiongea sasa, "Hello, yes sir." Yes sir. Sasa nikifanya yes sir, trouser ria inaanguka chini. Alafu imagine sijanunua hata wewe. Ni ile skati hapa niko nayo. Bwana Yesu asifiwe sana. Mwambie mwenzako kuna kubadilika. Huyu Mungu anajua kubadilisha maisha. Ati ni mimi sasa nimesimama mbele yenu. Ni mimi ambaye nasungumuza Kenya mzima inasikiliza. Ni mimi naingia ndege naenda Russia. Tunaongea na Putin. Hivi anakaa hapa mimi nakaa hapa. Hata wewe maisha yako itabadilika. Bwana Yesu asifiwe sana. Hata wewe one day God will change your life. God will make you the vessel that he created you for. Don't worry the situation you are in. Hiyo situation uko nayo ni Mungu, inafurahisha Mungu akiwa mbinguni. Hiyo situation nilikuwa nayo ilifurahisha Mungu akiwa mbinguni, akajua huyu mtu I have to transform that. Maana wakati mama alinifukuza, nilisema sitarudi kwa hii maisha. Wacha Bwana, nilikuwa already nimeng'ara, nilikuwa already niko sawa, nilikuwa navaa nguo mzuri. Sasa nikajua siwezi kurudi nyuma kuvaa hizo manguo. Nitavaa for this moment. Kutoka Mukuru mpaka Gong nilivaa. Lakini nikajua nitapambana mpaka nirudi kwa ile style ya mbele. Bwana Yesu asifiwe sana. Mungu atatumia chombo chochote kubadilisha akili yako. Maana kile cha muhimu si kubadilishiwa nguo, ile ya muhimu si kubadilishiwa kiatu, ya muhimu si kubadilishiwa nyumba, ni kubadilishwa akili. Maana wakati akili yangu ilibadilishwa, nikatoa uchokora ndani yangu. Maana mama akinikuta kule nilikuwaga na nini? Na guru navuta ikuwa hapa. Bwana Yesu asifiwe sana. Kutoka hapo ndio nikaenda kwa Nyaja, nikakaa kidogo, nikacholea Nyaja, mpaka akanikubalisha nioshake gari. Nikaanza kuosha gari yake, nikaanza kupagusa. Sasa katika ile kupagusa gari, nikaangalia nikaona tupesa tulikuwa tumepagwa. Tulikuwa ni tunoti twa 200 lakini kalikuwa kabado mzuri kazuri. Is around 10,000 to 15,000. Nilichomoa yote. Nikaondoka. Niliteremuka mpaka Nairobi kununua nguo mpya. Nikanunua Savco, nikanunua Safari boot, nikanunua kikofia. Nikarudi nikadunga vizuri, nikarudi Mukuru. Nikapita nje ya huyo mama. Aone venye niko. Akaniangalia, akaniita kuja. Nikaenda. Akaniuliza kwani ulienda wapi? Kwani ulipata msupa mzuri? Nikamwambia nimepata mkali kukuliko. Bwana Yesu asifiwe sana. Naye Nyaja kule akaanza kunitafuta na polisi, maana nimeiba pesa yake. Akanitafuta. Uzuri sikuwa na kitambulisho, uzuri hazikuwa na simu, uzuri sikuwa na nini, nikatoroka. Sasa nilipotoroka ndio nilikuja kuishi hapa Laini Saba. Bwana Yesu asifiwe sana. Niliishi hapo Laini Saba. Laini Saba nikaweka kazi ya kuuza mutura na nikaweza kazi ya nini? Mimi ni mtu anajua biashara. Mkiniona hivi, mimi najua biashara na nafanyaga biashara yote. Immediately nilifungua kazi ya kuuza mutura. Nikatengeneza mutura hapo Laini Saba. Ukiingia Laini Saba, hiyo butchery ilikuwa ya kwanza, ya pili, ya mtu alikuwa anaitwa Zakari. Hapo nje ndio niliweka jiko. Nikauzia watu mutura wa Aliogo, nikauza matubu, tunakaraga matubu hapo na rogeo, unakatiwa ya shilingi 5, unaenda ukikula unafungiwa na karatasi. Unaenda ukikula na watu walinunua. Nikauza, nikakuwa mzuri tajiri. Hapo ndio tulikutana na wahisi wa bunduki. Kuna graduation. Mwambie mwenzako kuna graduation. Sasa hapo ndio tulikutana na nini? Kwa sababu niliona niko na pesa, lakini kuna jamaa mwingine hapa ako na pesa mingi. Nikauliza kwani pesa mnatoa wapi? Wakaniambia unaweza taka kwenda kupata pesa. Nikamwambia ndio. Wakaniambia jitayarishe usiku. Tukaenda. Sasa ndio tulirudi bado Mukuru. Pale Rodie. Hapo Rodie ndio tulienda kwa Buidi. Tukaingia, tunapitia kwa mabati. Hapo ndio tulifuga watchman moja. Tukaenda kwa gunia. Haleluya. Si tulisema tutubu dhambi zetu. Sasa nikitubu ni vibaya? Mimi naongea yote.
Sasa tukaweka watchman kwa nini? Lakini watchman tulikuwa tumempatia pesa. Kwa hivyo si tunamweka kwa sababu ya muidi asikuja kumshika. Lakini tulikuwa pamoja. Tukatoka hapo tukapata milioni 3. Milioni 3 maisha ikakuwa radani. Nikaachana na Wariogo na nikaachana na takataka za watu, nikakuwa mtu ako na pesa. Nikakomboa kanyumba Kayole, nikakomboa kanyumba Dodaura phase 5, nikakomboa kanyumba Kariobangi, nikakomboa kanyumba Kagemi. Sasa huko kwote ndio nilikuwa nimeweka wanawake. Kila nyumba ilikuwa na nini? Na mwanamke. Sasa nikikaa hapa ninaenda huko niko na pesa. Hapo ndio nilipatia watoto wangu wengi, niko na watoto 35. Bwana Yesu asifiwe sana. Hapo ndio walipatikana. Kumbe Mungu ana process. I want to talk about the process of God. And I want to talk about the covenant of God. Bwana Yesu asifiwe sana. Because when you have a covenant with God, God will guide you through. Hata kama utapitia kwenye hali ngumu, hata kama utapitia kwenye mishtuko ya maisha, hata kama ukiangalia back uanalyze story yako unaona shetani mtupu, hakukuwa na shetani mwingi hapo. Mungu ndiye alikuwa mwingi. Maana Mungu alimake sure I have to guide this man mpaka afike bahali nataka. Uijalishi ile kajia unapita, hako kajia unakapitia. Hiyo ndio process Mungu ametayarisha ya kufanya wewe kuja kuwa king. Hiyo ndio ka process Mungu ametayarisha ndio akufanye ukue wewe ndio queen. Hiyo ndio kajia ametayarisha ndio siku moja ukuja kutangaza kutoa testimony uambie watu Mungu anaweza kufanya. Maana wakati wote huo nimekuwa nikizunguka, nikiiba na nikagraduate mpaka nikakuja kukuwa muisi mkubwa. Tukashikana sasa na Wanogo na Rasta. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa tukakuwa tumenyakua ile Dadora dubbing site. Mimi nikaiweka hapo, nikaichuka. Ni magari yote ya kumwaga takataka ilikuwa inaniwachia mia ngapi? Sema businessman. Wewe unaongojea ati uwekewe biashara na anko. Unaongojea uwekewe biashara upate pesa mingi ukopewe loan na benki. Ndio mimi najua kutegedha. Mahali popote nikiangalia kama sasa hivi ninaona nyinyi ni pesa. Hallelujah. Naona nyinyi nini? Ni pesa. Because you have to see an opportunity. Before you think of that opportunity, you need to see the opportunity there. Bwana Yesu asifiwe sana. For you to become a president, you have to see in yourself a president. For you to become a minister, you have to see yourself a minister. For you to become a pastor, you have to see yourself a pastor. Before you start a move, kabla uanze kuenda, lazima ujione kwanza. Kama wewe ni mwanabiashara, katika hiyo hali huko hiyo dogo, fanya biashara. Bwana Yesu asifiwe sana. Katika hiyo hali nini? Hiyo dogo. Maana nikakumbuka nikiwa pale kwa nani? Kwa hapa laini 7. Niliuza, nilikuwa nafanya mauzo mazuri. Na unajua niliona nini? Kwa gari ya Nyaja niliona pesa. Na nikajua this money can change my life. Don't try this at home. Enda ukaibe utashikwa. Mimi I was guided to steal by God. Hallelujah. Sasa ukienda kujaribu kuiba saa hii utafugwa na mimi sitakuwa. Atuseme pastor yetu alisema, mimi sikusema, wewe ndio umesikia. Bwana Yesu asifiwe sana. Change the way you are walking. Change the way you are living because you have a covenant with God. Tell your neighbor, niko na covenant na Mungu. And God is a respecter of a covenant. God is a respecter of the covenant that you have with him. If you have a covenant with God, do not be worried. Usisturiwe na watu. Usione ati kwa sababu umeteresa umeenda chini, kuna siku utaamuka. The covenant ambayo uko nayo na Mungu, ataitafutia njia, atatafuta njia. Angalia hiyo refu yote nilienda, hiyo maisha yote nilienda, Mungu alikuwa ananitafutia kajia. Mimi natoroka naenda kwa Nyaja, ananitafutia kajia, ninaandikwa watchman, nikiandikwa watchman, Mungu ananipeleka kwa anafanya Nyaja asahau na pesa kwa gari. Na Nyaja alikuja kujua baadaye kama ningeendelea kukaa huko hata hangekumbuka, maana Nyaja alikuwa mlevi na alikuwa anafikiria pesa alitumia yote. Kama si ujinga ya kutoroka hangenitafuta. Maana wakati nilitoroka ndio alisuspect kuna kitu mbaya nimefanya. Ndio akauliza watchman Mwisagu, huyu jamaa alienda nini? Alikaniambia, akamwambia tulimuona amebeba kabagi akiteremuka hivi. Nyaja akakumbuka ile pesa sikutumia yote. Otherwise hangekuwa nakumbuka, maana Nyaja alikuwa kama mlevi. Alikuwa mtu wa kutembea usiku sana. Kwa hivyo hangejua, lakini ile hamaki yangu ikafanya nitoroke.
Lakini kitu ya muhimu sana sio hiyo kuiba, sio hiyo kufanya maovu, sio kuwekwa na mama msee, sio kuuza mutura, sio kuuza nini. There is a cathedral. Kuna kajia Mungu anatengenezagia mtu, anakutengenezea katika hiyo hali huko kwenye kabarabara kako na covenant na Mungu. Na ndio naona wamejaribu kukushinda, wameshindwa kukushinda. Wamejaribu kupigana na wewe, wameshindwa kupigana na wewe. Wamejaribu kukuangusha, hauanguki. Wamejaribu kukuua, hauliki. Wanajaribu kukunyang'anya, haunyang'anyiki. Wanajaribu kukuweka chini, hauwekeki chini, kwa sababu there is a path that has a covenant. This path that has a covenant itakupeleka to the destiny, itakupeleka to the where God wants you to be. Siku moja wewe unajiona kama uko chini sana, siku moja utaona ukiendesha Mercedes, na sio ya kuiba, ni umeenda showroom umenunua kama Mercedes. Na hauwezi kununua Mercedes, na gari ya Mercedes by the way haiendagi kwa wenyewe, haiendagi kwa nyumba ya kukoboa. Gari ya Mercedes inaendaga. Kwa hivyo kama utaendesha Mercedes, utakuwa na kashamba kako, utakuwa na kanyumba kako, utakuwa umekaa mzuri. Bwana Yesu asifiwe sana. Hallelujah. Kwa hivyo there is no failure when God has a covenant with you. Hata ifanyike, hata ufike mwisho, huo mwisho umefika ni laini ya kalaini hako alikuwa anakufikitia, ndio umefika mwisho. Tena katika hiyo hali anatengeneza kalaini kingine, katika hiyo hali anatengeneza kajia kingine. Katika unaweza kuja unashikana na kimwanaume kiko na visa ya kuenda wapi? Amerika. Kimwanaume kinakuweka ndani ya visa yake, kinakupeleka Amerika. Mkifika Amerika mnawachana. Kumbe kilikuwa kikupeleke wapi? Amerika. Na wewe unaanza kusema katika jina laini sikilia ria katororo seketere katarababo, na kemea huyu mama mwenye alichukua bwana yangu ria kodotorobo sakayandoromosa yakandara, unakemea. Kumbe kazi yake huyo mwanaume alishakamilisha. Sasa hata ukimuombea mabaya hayawezi kutimika, maana amekufikisha Amerika. Na covenant ilikuwa ufike Amerika. Ukifika Amerika ukutana na kimsuku, bibi yake alikufa jana, kikuoe. Bwana Yesu asifiwe sana. But you needed, ulihitaji mtu akukupeleka wapi? Amerika. Bwana Yesu asifiwe sana. Ulihitaji mtu akwambie twende Garissa, mnaenda Garissa. Kumbe ni kukufikisha. Yeye kazi yake iende yaguke, kazi yako yamuke. Sasa huyu anaanza kukuombea mabaya. Katika jina la Yesu nilileta huyu mtu, amekuja amefanya mambo, kazi yangu imeanguka, ameniharibia jina, ameninyang'anya nyota yangu, imeenda. Hakuna nyota imeenda. Alikuwa kufikisha Garissa au yeye arudi ubaki na uweze kubarikiwa hapo. Maana kila mtu ako na mahali pa kubarikiwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Kila mtu ako na nyota yake, na nyota yako ndio itakupeleka mahali unastahili, na itakuguide, itakupeleka. Inaenda kasi, wakati mwingine inateremka, wakati mwingine inapanda, wakati mwingine inateremka inapanda, wakati mwingine inafika unakuta mawe. Kama Joshua wakati alienda Jericho, unakuta mawe ni kubwa, imefunga mlango, hakuna dirisha, hakuna nini, hakuna chochote. Kumbe Mungu alikuja, alitaka umuelewe, alitaka umjue, alitaka umuunderstand, alitaka umuelewe. Anafika na kuambia usiogope wala usifadhaike, maana mimi niko na wewe. Akamwambia Joshua, sasa Musa mtumishi wangu amekufa. Sasa wewe ambao ulikuwa mtumishi wa Musa, amuka upeleke watu wangu pahali nilikuwa nimeahidi. Imagine, ni ahadi. Joshua aliwekwa hai kwa sababu ya ahadi ya wana wa Israeli na Abraham. 400 years ago ndio Mungu alifanya agano na Abrahamu. Akamwambia kizazi chako kitaenda kwenye utumwa wa miaka 400. Kizazi chako kitaenda utumwa miaka gani? Na wakati huo Abraham anaambiwa hana kama mtoto, lakini anaambiwa kizazi chako. Haleluya. Anaambiwa kuna kizazi utakuwa nacho, lakini hakuwa na mtoto. Mungu akafanya maagano na Abraham. Hata kama hakukuwa na kitu, lakini kulifanyika maagano. Hata kama hakukuwa na reason ya maagano hayo, Mungu akatengeneza maagano in the blanket, in the open. Haijalishi kama uko na kitu. Kama Mungu aliahidi, anaenda kukubariki. Kama Mungu aliahidi, anaenda kukuinua. Kama Mungu aliahidi, anaenda kubadilishia maisha yako. Kama Mungu aliahidi, unaenda kubadilishiwa njia zako, zitatimika. Haijalishi. Alimwambia Sarai, akamwambia utazaa mtoto. Sara baka alijichekelea, aliingia na hapo ndani akajichekelea, kauliza ati mtoto atoke wapi? Na actually imagine ni shosho.
Niliambia mama mwingine yako na 55 years, nikamwambia usijali utapata mtoto. Akaniambia nimefika menopause. Nikamwambia nimereverse hiyo menopause. Akaniambia hata hiyo kitu yetu sioni. Niko na miaka 3 sioni. Nikamwambia nimereverse, kutoka sasa utaanza kuona. Siku ya pili na alikuwa amezeeka, akaanza kutiririka. Akaniuliza ni nini ulinifanya? Nikamwambia ni reverse. Sasa you are ready for production. Hallelujah. You kuna power. As long as you are walking with the plan of God, with the seasons of God, with the arrangements of God, there is something God has planned for you. Kuna kitu Mungu amekupangia. Usife moyo kwa sababu ya ambayo unayapitia. Usife moyo kwa sababu watu wamekutenga. Usife moyo kwa sababu watu wanakuona ni kama haufai. There is a good plan for God. Anasema kwenye kitabu cha Timotheo ya kwamba I got good plan. Good plan, not to destroy you, but to make you better. Plan to improve you. Plan to sustain you. Plan to make you great upon the nations. Katika hiyo hali ambayo uko, it is a plan of God. Hiyo rejection ambayo unaipitia, it is a plan of God. Hiyo poverty ambayo unaipitia, it is a plan of God. Hiyo maisha ambayo unapitia magumu, confusion, is a plan of God. Uko kwenye kitanda hospitalini, it is God's plan. Unakuta kuna mama mwingine rafiki yangu alikaa hospitali hii ya Kenyatta 2 good years, alikuwa amechomeka 2 good years Kenyatta. Akakaa huko, alikuwa anaombea watu wanapona, wanaenda, wanamwacha hapo. Anaombea watu wakikuja, wanapona, yeye anabaki huko. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna njia Mungu anaweza kukutumia njia yote ile. Mama huyo alichomeka ndio aombea watu. Maana angeenda katika hali yake ya uzuri, ya usima, aambiwe nenda ulale Kenyatta, uombeage watu, hangekubali. Ilibidi Mungu amswitch, amweke kwenye terminal nyingine ndio aende akae wapi? Kenyatta. Na hakukosa pesa ya kulipa hospitali, bili zote alilipa, lakini ile kitu halikuwa haponi. Na wakati kazi yake iliisha, alipona na akatoka. Na kazi yake ikaisha hivyo. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hivyo kuna kitu Mungu amepanga ndani yako. Kuna kitu Mungu amearrange because ako na maagano na wewe. Ako na kitu aliagana. Wakati ulizaliwa, Yeremia anasemekana, before you were born, I knew you. Kwa hivyo, wakati tulijuana, tulifanya nini? God says, before you were born, kabla haujazaliwa, nilikuwa na kujua. Na tukakuwa na maagano na wewe, utakuwa nabii. Nikakuondoa katikati ya watu, nikakutenga, nikakufanya mtu ambaye ni tofauti na wale wengine. Nikakuinua, nikakuweka kwenye kitengo kingine. I consecrated you, I set you apart, and then I anointed you to become a prophet unto the nation. Sasa imagine, you are made a prophet unto the nation while you are in the stomach of your mother. Ukiwa katika tumbo ya mama yako, already ulikuwa nabii. Ukiwa kwenye tumbo ya mama yako, wewe ni tajiri. Ukiwa kwenye tumbo ya mama yako, wewe ni president. Ukiwa kwenye tumbo ya mama yako, wewe ni mtu tajiri. Wewe uko na mabiashara, wewe ni mhubiri, bado ukiwa tumbo ya mama yako. Maana Mungu alipokuweka hivyo na akakuweka wakufu, akakufanya wewe ni kiongozi, akakufanya wewe ni mwanabiashara, ukiwa bado tumbo, ukiwa bado wewe ni kambego, kabla mama yako na baba yako wakutane, ukiwa bado a seed, God had preserved you. Bwana Yesu asifiwe sana. Mwambie huyo mwenzako, I am a preservation of God. Mimi I'm preserved. Kwa hivyo usicheze na mimi. Mwambie usicheze na mimi. Mimi nimetengwa. Mwambie mimi si mtu wa kawaida. Sasa mkiangalia mtu kama Dora Waroige, mnaonanga ni mtu wa kawaida kweli? Mnakaa chini mnamwangalia, mnaangalia. Mnaona kuna kichwa mzuri kweli? Ni mtu wa kawaida. Hiyo vitu nawapiaga nilisifanya. Sasa imagine wewe umewahi kufanya kitu kama hiyo. Wewe hata chifu wako kwenu hajawahi uliwanyitwa na chifu wako ani. Sasa angalia. Mimi nimeenda jela mara 52. Bwana Yesu asifiwe sana. Nimewekwa kule Kamete, niliwekwa kwa hiyo kaba ya kunyoka mtu. Mashini ikafinywa igurume, ikakataa kuguruma.
Sasa unaniambia huyo ni mtu unaoma kweli? When God has a plan with you, Mungu akiwa ana agano nawe, ako na covenant nawe, hata wajaribu chochote, na Mungu atawaachilia wajaribu. Maana Mungu atakwambia kama Ayubu aliambia shetani, nenda ufanye lolote unafanya, bora usiguse moyo wake. Lakini hakuna kitu utabadilisha, hakuna kitu utambadilisha. Ataendelea kuniabudu, ataendelea kukaa karibu na mimi, ataendelea kunipenda, maana kuna kitu nimeweka ndani yake, na hakuna mtu ana uwezo wa kukiondoa, hakuna mtu ana uwezo wa kukiangusha. Nitamuinua mtumishi wangu, nitabariki mtumishi wangu. Utabarikiwa. Usijali, utabarikiwa. Wacha kurukaruka, ni miaka yako ya kubarikiwa ijafika. Maana laini ni kubwa. La yuko kwenye laini ya watu 100,000, ako na mtu wa kule mbele na huko na 100,000. Utabarikiwa. Siku yako ya kubarikiwa, malaika atapatiwa failo yako, atapatiwa vitu zako zote. Kumbe Mungu anaogojea. Unajua kama ukibarikiwa 1922, ukiendesha kagari kanaitwa Ford Agilia. Bwana Yesu asifiwe sana. Kama ukibarikiwa siku hiyo, ukiendesha kagari kanaitwa Ford Agilia ama nini, kale kwa nini? Kama Volkswagen kutule tu zamani. Lakini sasa imagine, sasa hii ndio nafaa kubarikiwa wakati Mercedes imetoka, wakati tuko na Range Rover, wakati tuko na Prado, wakati tuko na magari mazuri, magari ya kompyuta, magari ya kutumia jua, magari ya kutumia electricity. Hebu niambie tungekutanaga na wewe huko na Ford Agilia, kale kawaya bili. Na hakakuwa na geji, ulikuwa na urusha kamuti ndani ndio upime kama kana mafuta. Bwana Yesu asifiwe sana. So there is time. The timing of God is so important. It's so paramount to your life. The timing of God, because he has already a covenant with you. He has already a good plan with you. Ako na maagano mazuri na wewe. Don't rush. Wacha kusukuma. Kaa venye Mungu anataka. Walk in the covenant of God. Walk the way God wants you to walk. Walk in the systems of God. God will bless you. God will announce you. God will give you the power. You will be successful. You will go far. You will become, because God had a reason for you. Dunia itatengeneza tu. God will make sure. Ametengeneza kajia mahali hakuna jia. Ametengeneza kizima ya maji kwenye katikati ya desert, because he has a reason. Na anasema lazima utafika, lazima utaenda. Wakati huyu mfalme alisema vijana wote wauliwe, Musa alikuwa katikati ya wale vijana walikuwa wauliwe. Lakini Mungu alikuwa na different idea. Yeye mfalme alikuwa na idea ya kuua, na vijana walinyogwa, walichinjwa, waliuliwa, watu wengi walikufa. Lakini kale ambao kalikuwa na covenant na Mungu, Mungu alimake sure yeye anayeuana, yeye ndiye atalinda huyu. Bwana Yesu asifiwe sana. Yeye anayetangaza kuua vijana, kumbe yeye mwenyewe ndiye atachunga ile kijana anatafuta. Bwana Yesu asifiwe sana. Mungu atakuficha katikati yao. Mungu atakuweka katikati yao. Utatembea na wao, utakula na wao. Wao wanaokupangia maovu, wao wanaokupangia mabaya, wao wanaotaka ukufe. Mungu atakuweka ukae na wao, utembee na wao, uishi na wao, ukule na wao, wakifikiria wewe ni mzuri, kumbe wewe ndio utakuja kuwamaliza. Bwana Yesu asifiwe sana. Musa aliishi. Mama aliona hata vumilia kuona mtoto wake akikufa. Akachukua huyo mtoto, akampeleka mpaka kwa mto. Akamwacha kwenye mto, ndio akiuliwa, auliwe bila yeye kuona. Kumbe Mungu ana plani. Aliambia mama, beba mtoto, mimi ndio nitajichungia, huyu ni wangu. I have anointed this vessel. I have anointed this child. Tell your neighbor, I am anointed of God. Mimi ni mwagiliwa mafuta ya mbinguni. Hamtaniweza. Mwambie neighbor, hautaniweza. Hata maadui wakipanga hawawezi kuniweza, maana nimemwagiliwa mafuta. I am not an ordinary person. Mimi si mtu wa kawaida. Hivyo hawataniweza. Nahitaji tu kukaa kwenye mapenzi ya Mungu, nikae kwenye mipango ya Mungu, nikae kwenye njia za Mungu, naye Mungu huyo atanilinda. Bwana Yesu asifiwe sana. Mtoto akaenda akawachwa kwenye mto na wakaondoka. Imagine sasa katoto kale hako kanalia hapo, unakapeleka kwenye mto, unakawacha hako
na hujui ni nani atakabeba, hujui ni nani atakachukua, hujui. Unawacha mtoto tu unaenda ukifikiria ni datiga mwana wako. Yani imagine mama, mtoto ulikuwa unyonyese, mtoto ulikuwa kae na yeye, lakini ukakosa ule utu, ukakosa ile huruma, ukawacha mtoto pale akaenda. Kumbe Mungu ana njia za kukufanya ukose huruma. Bwana Yesu asifiwe sana. Hao watu ambao wanakupitishia kwenye magumu, kumbe ni Mungu amewafanya wakose huruma na wewe. Ndio wakunyorose, unyoroswe mpaka unyoroseke, utengenezwe, uudwe. Niubie moyo mpya, moyo wa kubodeka. Ama sivyo wanaibaga? Niubie nini? Moyo mpya, moyo wa kubodeka bodeka, moyo wa kufinyagwa finyagwa. Sasa unafikiria umeitisha unifinyagwe, ufinywe. Unajua kufinyagwa ni nini? Hebu muulize neighbor, kufinyagwa ni nini? Muulize tu, muulize, amekujibu. Muulize kufinyagwa ni nini? Mwambie kufinyagwa. Mwambie kufinyagwa ni nyogo, ile nyogo, mwambie nyogo. Kuvujwa, ivujavujwe mpaka ikue jivu. Haleluya. Wakati mnaiba nyimbo zingine, msikue mkiiba unajiuliza unaiba kwa nini? Ukiiba hiyo wimbo, jiulize unaiba kwa nini? Niubie moyo mpya, moyo safi, moyo kunyenyekea na kubondeka. Acha tu hapo. Niubie moyo mpya, moyo safi, moyo wa kunyenyekea, moyo wa kubondeka ovyo ovyo. I say, unajua umeitisha nini? Umejua umeitisha nini na wewe ni mang'aa? Haleluya. Umejua unaitisha nini na wewe ni mang'aa? Dorcas, umejua umeitisha nini na wewe ni mang'aa? Wewe ni kichwa gumu, wewe ni omero mingi hapa. Wewe yani umejua umeitisha nini na wewe ni wadadora, umezaliwa wadadora. Unajua watu wadadora hawajui Mungu. Wamejulia Mungu Nairobi. Bwana Yesu asifiwe sana. Wakati unaitisha moyo wa kubodeka, Mungu atakuja au nyenyekeze. Moyo wa kunyenyekea mpaka unyenyekee, utapelekwa mpaka unyenyekee. Ukiona mtu akipita akikohoa unasema yes sir, na hajaongea na wewe. Kunyenyekezwa, maana you asked for it. When you want God to use you, you must be humbled. Muulize mwenzako, ushai kupelekwa chini vizuri? Muulize, tumwangalie tu kwa macho. Umewahi kupelekwa chini vizuri? Umewahi kushughulikiwa na Mungu? Muulize, umewahi kushughulikiwa na Mungu? Ole wahuta hutio, ole wahuta muongea na kenyere, ole wahuta hutio kinya okaigwa ni wahuteka. Bwana Yesu asifiwe sana. Unaweza kuhutio. Mimi nilihutio. Mimi nilifinywa. Bwana Yesu asifiwe sana. But when God is fingering you, when God is modeling you, it is because he want to make you a better vessel. Bwana Yesu asifiwe sana. Mimi sikudhani hata siku moja ningehubiri mambo ya Yesu. Nilikuwa ita Yesu ni mtoto ya maraya. Ndio Yesu nikana nikihekia mu maraya. Nikimuishikia bao. That is what I used to call Jesus. I never thought one day I would microphone today praise Jesus. I never thought. Because ilikuwa pale Kariako. Mnakumbuka pale Kariako kwenye roundabout? Wangapi waliwahi kunikuta hapo Kariako nikihubiri dai nyoba ito? Watu nasema dai yeje tagodura akedura ni waro ige na kewaro ike ni wajoroge na kejeroge ni wangania mbaga githiugo microkete mariko minyomo na hau dakinya hau diona gaburuka nyonago mwene nyaga. Sasa buruka ni nani? Buruka ni Yesu. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Sasa mimi siku hizi nahubiri buruka. Haleluya. Utahubiri buruka hiyo. Sasa nahubiri hiyo buruka. Nasema yeye ndiye atanipeleka mbinguni. Yeye ndiye amenipatia connection ya mbinguni. Maana nilifinyangwa, nilipelekwa jela, nikawekwa jela, nikapelekwa hapa Nyati House. Wewe. Mnajua Nyati House? Hiyo siku sitakaki kuikumbuka sana. Sijui kwa nini imekuja. Sitakaki kuikumbuka.
haikuagi msuri. Nyati House. Tulikutana na watu wanaitaka Wajakoya. Wajakoya alikuwa Nyati House. Na ule alikuwa gavana wa Ebu wa Bora, alikuwa Nyati House. Na huyu Rigiji alikuwa Nyati House. Now you can imagine the face of Rigiji looking at you. Anakuambia now, bring the balls. I want to deal with the balls. Alikuwa anashughulika na balls. Sasa ni ile table tennis ile, naona ile table tennis. Ile ball ya kucheza table tennis. Sasa anakuchezea hiyo ball. Mnachezea hiyo ball ya table tennis. Baka unaita nyanya yako, unaita mama yako, unaita guka. Anakwambia ita guka huyo waguka. Baka unakumbuka. In the wild, katika ulimwengu wa kiroho, wanakupeleka kwenye ulimwengu wa kiroho baka unajua guka anaitwaje, unamtaja. Now you can imagine. Na huyo Rigiji, Mungu amembariki ndiye anaenda kukuwa rais wetu. Haidhuru. Ian, umerudi? Ulisema nilikuhaibisha mbele ya watu. Nitakuhaibisha kabisa mpaka ukuje laini. Sikuachi. Mpaka ukuje laini. The brightness, the star in you must shine. Whatever what. Umesikia Ian? Lazima ishine. Na uache upuzi na nitakushughulikia na hiyo upuzi. Mimi nilikuwa mangako kuliko. Nitakufinya. Nitakubonda boda mpaka ukuje laini. I love you, you are my. Yaani huyu kijana, hebu simama juu kuone vizuri. Ndio uende ukasema nilikuhaibisha. This Kajeboy is a genius. Akakamutu. Ni genius. Lakini ukikapatia shilingi 500 hivi, immediately changa inaanza kuzunguka hapa kwa kichwa yake. Immediately kitu yani unaona hii si yeye, huyu si yeye, kuna kitu kinamfuata kibaya sana. Sitakuacha hata utoroke, nitakukujia kwako kwa nyumba. Na unajua mimi naweza kukufinya tu hapo kwa nyumba na watu, na wakikuja kuuliza unakuja, wakinikuta wanasema kai na wale ige. Mimi sitaki. Wacha hejo ni mako. Asante Ian. Kutoka kesho. Kutoka nini? Kesho ni made. Uo kiripoti hapa saa 2 asubuhi. Umesikia? Na unachukua duster, unaosha kanisa yote. Every day. Fair ni mimi. Umesikia? Fair utakuwa ako wapi Grace? Huyo kijamaa huo kimpatia fair kila siku. Hakuna mshahara, fair ya kutosha, na mnamnunulia chakula unampikia chakula hapa, akitoka hapa anaenda kama ameshiba. Hakuna kuuza pesa. Ako wapi mama yake? Sikiliza. Nikasikia umebebeleza huyo mtu tena. Najua hujaitwa kwa na mwanaume, I'll be the first person. Wewe ndio umeharibu yule mtoto. You are the one who messed this boy. Ulibeba nikatube because they say only son, my only son. Ukambeba nikatube. Angalia sasa itube. Look at him. You are destroying the man. This is a very brilliant man. Very brilliant. Very upstairs. Ni kijana anakuchorea maneno haraka. Ni wale watu yani you can rely. Yule mtu unajua hata mkiingia inakuwa gimaya. Mkiingia in a bad situation, the boy will come out. Hataki simu ya mtu. Lakini mama anamuuliza, "Ian, ni ule ile. Unaiba toko yake. What do you want to eat today? I was supposing you eat some nyama choma and mince meat is good for you. My son, don't worry. Go and sleep. I'm working. Go and sleep. I'm working. I'll send you some cash for you to go and have fun out there." Wewe, gaigwa mutumire besha, gaigwa. Utajua mimi ni nani. Nitakushughulikia kama mnyama. Nisikie kuna siku umemtumia pesa. Uende utafute pesa yako, wewe ni mwanaume. Umesikia? Pokea spirit ya kutafuta pesa na utajirike. Na uendeshe gari. Na ukue na shamba yako na ploti yako. Na Mungu akuinue. Utembee dunia mzima, uende Canada, uende Australia, toka kwa huyu mama. Huyu mama atakuharibu. Maisha yake yeye ni yamezeeka. Ako na 60 sasa. Huyu ako na 60. Sasa una depend na akili ya huyu. Mtu wako na 60. Na wewe uko na ni 25. 31. You are still bright.
Fanya biashara, tafuta kamilioni kako kamoja, enda hapa DRC lete bao kuja usia watu. Yes, alone, bila kuuliza mama umekula ama hujakula, wachana na yeye. Kama aliharibu maisha yake, wacha aende akatafuta kule aliharibu maisha yake. Asikuharibie maisha yako. You're a man. Mimi nilifundishwa na dunia. Kubali dunia kufundisha. Mimi nimevuta guru. Mimi hakuna kitu, hii mwili imechapwa risasi 12. Nimekula sumu mara 9 na bado nimesurvive. Si mama yangu alinisaidia, si baba yangu alinisaidia. Mimi ndio nilijengea mama yangu nyumba mzuri. Bwana Yesu asifiwe sana. Baba yangu nikamnunulia kagari kamzuri because I found I have a responsibility to do good to my parents. Hallelujah. Strive ununulie mama yako gari. Hallelujah. Ustrive ununulie, kama mama yako hajajenga, umujengea kanyumba. That is how you become a man. That is how people, the whole world and God will recognize you that the seed in you is working. When you become a blessing to your parents, God will bless you. Bwana Yesu asifiwe sana. So, ndio nakwambia there is a path. Mwambie mwenzako there is a path. And hii path lazima tuipitie. Lazima tupitie kwenye hii path. And this path will make you become the product of God. Maybe uli hang on somebody. And this is what that is happening. Maybe ulitembea na mtu. Na ulitembea na mtu kama huyu ambaye ni pastor. Mimi nikafikiria ni pastor, ni mtu ya Mungu. Lakini kumbe hakukuwa mtu wa Mungu. Alikuwa destiny killer. Alikuwa mtu wa kuiba nyota. Kuna watu mnatembeaga na wao. Just one day nyota yako inapotea. Just one day maisha yako inaanza kunose dive. Because of that one day that you met that person. It's very important. Before you make the decision to walk with this person, just understand these people. Who are they? Ametoka wapi? Ujue you are unique. You are unique. You are not like me. I am not like you. Mimi hatufanani. Ndio unaona tunaendaka tunachokujua nini? Kidole. Maana kidole yangu haifanani yako. Macho hii unaona hii kitu ya black haifanani ya mtu mwingine dunia mzima. I am on original. Mimi niko hapa duniani peke yangu. Na joto yangu niko nayo peke yangu. Nikienda kupelebea na mama kama huyu, eti nimeona kimutu kia kuniweka kitaninyonya. Bwana Yesu asifiwe sana. Na ndio nakuta watu wengi tumepoteza nyota zetu. Watu wengi hapa tumebarikiwa. Watu wengi hapa tumefanikiwa. Watu wengi hapa tuko na vitu vikubwa. Lakini because of lack of confidence, lack of understanding yourself, bila haujielewi, haujijui, ndio kwa maana unafanya vitu unavyofanya. Ndio kwa maana unatembea na watu ambao unatembea. Na ukiona yule mtu mnatembea ni nyoka, fukuza yeye kama nyoka. Usimfukuze kama chura. Unajua chura itaruka hivi. Nyoka kama ni nyoka, fukuza kama nini? Nyoka. Na ukiona mtu ni chura, fukuza yeye kama chura. Usiogope. Hello. Usiogope kupoteza mtu. Hello. Usiogope siku hata moja. Ati hawa watu wataondoka nibaki na turaini tuwili hapa. Hawa watu wataondoka ati nibaki peke yangu. Wacha nikwambie, my destiny is alone. Mimi mwenyewe ndio niko na destiny yangu. Wewe ndio uko na destiny yako. Mwogope na umfuate Mungu. Tumainia Mungu akuonyeshe laini yako. Tumainia Mungu akuonyeshe mahali unapaa. Akuletee watu wanaitangwa destiny connectors. Wacha kwenda kutafuta mtu ati kwa sababu unaona anajua kuhubiri. Kama sisi mapasta tukisikia mtu anajua kupiga kama Manigeria. Unajua Manigeria wanajua kupiga injili. Wagana wanajua kupiga injili. Si kama sisi tunaanza kuongea maneno mengine hivi hatujielewi. Manigeria akishika hii microphone saizi mungekuwa mmesimama mkisema I receive. Mungekuwa mmesimama juu ya viti mnarukaruka. Oh I receive. Ora baba. Kwa sababu ya Manigeria, they know how to get money from you. Lakini sasa si wa Kenya hatujajua hii maneno ya kukoni watu. Tulikuwa tunajua maneno ya kubeba buduki na kuitisha watu pesa na wanatupatia. Bwana Yesu asifiwe sana. Gauge every person that comes into your life. Any person that comes into your life, muexamine ujue huyu ni nani. Tembea naye kidogo muelewe. Ukijua hii ni nyoka, anza kupigana naye from day one. Muondoe kwa maisha yako. Maana akiingia kwenye maisha yako, hata hivyo mumeanza kutembea, inakuwaga gumu kumtoa. Atapigana na wewe, atajaribu juu chini kukuagusha, atafanya kila kitu uaguke. Na mumejuana siku ngapi? Siku 2. Na wanajuaga kuingia, na akikuja akikuingia, siku ya kwanza utampatia mtoto yako.
hata namwambia beba mtoto muende mkaswimu, shika hii shilingi 5,000 peleka mtoto wako. One day, first day, second day utamkuta kitchen kwako akipika. Sasa imagine mtu mwenye hajielewi, kimutu tu kama mimi kilikuwa kimefugwa na hapa Mukuru kwa Ruben, hakijielewi, kimeona kimama kiko na kaa. Kuna vimama vinakuaga na ima na kifuguo ya gari, amehangi hivi, anamwambia kijana, unataka kukula nini? Kijana Bwana Yesu asifiwe sana. Wamama wa halia, kijana unataka what do you feel like eating? Anamwambia nataka kukula nini? Ama unipeleke pale nikule pork ribs. Anaenda unakula pork ribs because you have never seen this life. You follow this woman only to discover you've been taken to the devil. Umepelekwa kwa shetani. Wengine hapa unakuta unaonana kimwanaume kiko na Range Rover, kinaendesha Range Rover ati kwa sababu ukiwa na 20 wasichana wa 20 to 25 ndio wanasemaga mimi nataka mtu anaendesha gari, mtu ako na nyumba na mtu ako na kazi mzuri, who can maintain me. Akifika 25 hana mtu, ana drop kitu kimoja, ana drop Range Rover, anasema the person driving a Toyota, nice Toyota car, I won't mind. Na anahama ruda, anateremka, anaenda wapi? Hapa Buruburu. Akifika 35 ndio anasema I am praying, I'm trusting God for a husband. Akifika 35 to 40, oh Jehovah come, it is my season. Oh my God, it is my season. I am tired of waiting. I am tired of waiting. Kumbe ni kuchapwa, amechapwa na miaka imemuondoka. Ndio anasema I am tired of waiting because alishirikiana na watu walioiba nyota yake. You are supposed to be married in your time. You are supposed to be blessed in your time. You are supposed to be anointed in your time. You are supposed to become a king in your time, not in somebody's time. Because God is a God of season and a God of time. Bwana Yesu asifiwe sana. And in the season of God, you are going to be blessed. In the season and the time of God, you are going to receive that which is yours. In the season and time of God, you are going to be calm. You are going to be elevated. You are going to be yani utainuka, utabarikiwa katika wakati wako na wakati wa Mungu. You can never be lifted up outside the plans of God. You can never become outside the plan of God. If we read the book of Genesis, chapter number 22, verse number 15. Chapter number 22, verse number 15. And give me chapter 22, verse 15. And we listen. In the book of the same Genesis, chapter 22, up verse 1, inasema, and God called to Abraham. Akamwambia Abraham, naye akamwambia, here I am Lord. Akamwambia, take your son. Hallelujah. Take who? Take your son. Your only son Isaac, whom you love. Take who? Your son. Your only son, ambaye anaitwa Isaac. So in everything that happens in your life, God knows it. God knows it. Then akamwambia, mchukue umepeleke katika mlima Moria, katika mlima moja ya milima hiyo ambayo nitakuonyesha. God has to show, God has to reveal to you ni wapi unafaa kwenda kuinulia dhabihu yako. And Isaac, verse 15 please, 15. Verse 15. Alafu Mungu ana plan. Wakati Abraham, imagine mtoto wako wa kipekee, Mungu amekwambia chukua huyo mtoto, nenda umchije, nenda umweke kwa moto, nenda achomeke, umtoe akiwa dhabihu. Imagine. Na umiogoja miaka 90. Umejaribu mpaka ukarara na maid ukifikiria unatafuta Mungu, unatafuta mtoto. Alafu huyo mtoto wakati amepatikana, naambiwa na yule Mungu mwenye alikwambia utabarikiwa na kizazi chako kitabarikiwa. Yule mtoto ambaye anafaa kuleta kizazi, Mungu anakuitisha. Anakuambia mpeleke kwa mlima pale ukamchije. Sasa imagine Abraham akibeba mtoto, ameangalia bibi hivi, na bibi Abraham alikuwa ametoka Nyeri pale Mudhaya. Anaangalia bibi hivi na anaenda kijua ndirathi no ndigoshoka na mwana. Alikuwa akuja aexplainie bibi mtoto wako wapi. Yani bibi ni wa Nyeri, ni wa Udhaya. Bwana Yesu asifiwe sana. Sio Udhaya, ni hapa ni Mumadhira.
Ni hapa kwa Wamunyoro. Bwana Yesu asifiwe sana. Halo, unaenda na mtoto, nimeenda na mtoto wetu na nimeenda naye nikijua harudi. Ninaenda na mtoto yule wetu nikijua huyu mtoto harudi. Sasa niambie, in my mind, calculation si kupeleka, calculation ni kurudi. Nitarudi kusema nini? That is the biggest test that God is passing you through. The challenges that you are facing because God wants to lift you up. God wants to bless you. God wants to anoint you. God wants to make you a different person altogether. Inasema, and the angel of Jehovah called unto Abraham. Baada ya Abraham kwenda na kupeleka mtoto kwa mlima, akienda kuchinja. Halo, akienda kuchinja. Kwa hivyo kunahitajika ukuwe na imani, kunahitajika ukuwe na trust Mungu, kunahitajika unakuwa unajua kweli huyu Mungu ambaye alinipatia ako na uwezo wa kufanya jambo lingine. Abraham akapandisha kule mlima ni mtoto. Mtoto akamuuliza, ninaona kuni, ninaona kisu, ninaona moto. Busi iko wapi? Hallelujah. Mami, busi iko wapi? Naye Abrahamu akamwambia, God shall provide. Mungu atajitolea sadaka yake. Mungu atajiletea. Kwa hivyo tuacha kubabatika, wacha kuogopa, wacha kufadhaika. Mungu ako na solution yako. Mungu ako na mpango. Abrahamu alimwambia mtoto, Mungu atalete sadaka, Mungu atatoa sadaka. Mungu ako na mpango. Kazi hiyo umekosa inaenda kupatikana. Ndoa hiyo imekosekana inaenda kupatikana. Pesa hiyo imekosekana inaenda kupatikana. Maana Mungu anajua iko mahali gani. Mungu anajua mahali iko. God knows where it is. Kambia Joshua, do not be afraid, no be dismayed. Usiogope wala usifadhaike, mimi niko na wewe. Naenda kukupatia nchi iliyo na makabila makubwa, nchi iliyo na mataifa makubwa 7 walio na nguvu kukuliko, lakini utawakalia, utapigana na wao, utawamaliza, utawaangamiza. Baada ya hiyo Abraham kufanya hivyo vyote, kumbe Mungu alikuwa anajaribu huyu mtu. Kumbe hiyo maneno unapitia sasa ni majaribu tu. Mungu anakutest. God is just testing you. Si hajakuua, hakuui, hajakuacha na hakuachi, bado niko kutest ya kutest. Ukoroini osho. Hallelujah. Ria mashaka ndoro bosaya. Dogeviome nawe. Kumbe Mungu ako na mpango. Alikuwa anamjaribu kuona kama huyu jamaa anataka kwenda kumbariki. Ni vipi, ni kitu gani anaweza kunizuia? Bwana Yesu asifiwe sana. Kumbe Mungu anataka kukubariki. Anataka kujua ya kwamba yeye, mimi naenda kukupatia. Mimi naenda kukufanya baba wa taifa. Mimi naenda kukufanya mtu mkubwa. Wewe nikikuitisha vitu zako unaweza ninyima? Maana wengi wetu tumeanguka hiyo mtihani hapa. Mungu alikwambia wakati alikupatia ile 100,000 na ilikuwa ni hiyo, na kuna kaproti ulikuwa ende ulipe 100,000, kisha Mungu akakwambia peleka kwa Apostle Waroige hiyo akanunue viti. Ukaanza kuambia Mungu, nakumbuka niko na kaproti ninataka kulipa hapa chini, na nilikuwa nimesugumu sana mwenyewe. Bwana Yesu asifiwe sana. Kumbe Mungu alikuwa anataka kukupatia milioni 10, lakini anataka kujua mimi nimekupatia, mimi unaweza kunipatia nini? Kumbe hiyo ndio imefanya saa hii unateseka. Kumbe saa hii you are struggling because ulikataa. God wanted to see, yes, I want to give you shamba ya eka 10. Nataka kukupatia kitu kikubwa. Nataka kukupatia kilimo kikubwa. What can you deny me? Wewe mwenyewe nikikuitisha hii unaweza kunipatia. Sasa watu wengi hapa tunasaga argument na Mungu. Tunaambia Mungu, nakumbuka hii kaploti ndio peke yake niko nayo. Hii kaploti sasa najua nikinunua nilistruggle sana kununua. Na sasa Mungu ukiangalia, siwacha wakati hiyo ingine hako kaploti kingine unaenda kunipatia, wacha hako ndio tutapatiana. Then God just keeps quiet and moves away. Mungu wetu ametuondokea kwa sababu yeye ulianza kuwagi na yeye ukasahau hata hiyo uko nayo ni yake, hata hiyo uhai uko nayo ni yake. Sasa wakati Abraham aliambiwa nipatie mtoto, hakuhesitate, hakuambia mke, alipeleka mtoto, maana alijua huyu aliyenipatia bado atanipatia. Bwana Yesu asifiwe sana. Walipofika pale kwenda kuchinja, malaika wa mbinguni akakuja akamwambia, usiue huyu mtoto, don't kill the baby. Angalia hapo nyuma kuna kondoo. Remember this man said God shall provide.
God provided. God will provide for you. God will provide for a way for you. God will become a blessing to your life. God will change your status. God will change your name. God will change how they look at you. He will change your life. He will lift you up. He will raise you up. He will make you that vessel that he wanted. Wakati hivyo, katika verse 15 Biblia inasema, and the angel of the Lord called upon out to Abraham second time out from heaven. Akamwambia, verse 16, akamuita the same angel a second time. Sasa akakuja yule aliyemwambia angalia hapo nyuma kuna kondoo. The same angel akakuja. The same angel mwenye amekuwa akikuchunga katika hiyo hali huko. The same angel ambaye alitumwa angalia maslahi yako. The same angel ambaye alikuja akakwambia tulia tu wakati walikuweka chini, wakati walipigana na wewe, wakati walikuinukia. The same angel mwenye amekuwa akikulinda. The same angel mwenye aliangalia maisha yako. He is planning to call you once again. He is planning now with a different message. Hakuji kukuambia leta mtoto, anakuja kukwambia story nyingine. And he said, by myself have I sworn, by myself, that there is, kuna kitu unafanyanga mpaka Mungu mwenyewe anashuka akasema by myself. Bwana Yesu asifiwe sana. Maana wakati walikuja wakakuweka kejeli, walitaka kukusukumia roho yako ikasirike ufanye kitu baya, ndio waende wakasema wakupeleke mashtaka kule. Wakasema si umeona Mungu huyu mtu tulikwambia si mtu mzuri. Huyu mtu tulikwambia si mtu hana patient, hana huruma. Angalia venye amefanya. Kumbe they were looking for an accusation. Tell your neighbor, usikubalishe shetani apate accusation. Usikubalishe shetani apate nafasi ya kwenda kwenye mahakama ya mbinguni kusema wewe vile uko mbaya. Vumilia hiyo shida, vumilia tu. Vumilia hiyo madharau, vumilia hiyo kutukanwa, vumilia hiyo mavitu wanapanga kule nje. Vumilia tu. God is going to reveal himself. Huyu Mungu atatokelezea. Huyu Mungu atasimama. Huyu Mungu atakuja na atakupigania. Bwana Yesu asifiwe sana. Akamwambia, imagine ametolewa kodoo, akachinja kodoo, na baada ya kuchinja kodoo malaika yule akakuja nao na message nyingine tofauti. Akamwambia namna gani? And he said, by myself have I sworn. Mimi. Tupatia Kiswahili. Naona Joshua na struggle hapa. Tupatia Kiswahili. Uone venye Mungu anajua. Utapitia katika hiyo hali. Vumilia tu. Vumilia tu, ni kwa muda. Mungu anakujua na anakujua kwa jina lako, na anajua ni kwa nini uko bahari hapo huko, na anajua utatoka lini. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Yaani nani wewe mzee, ukiambiwa unaweza kuhubiriwa na mtu amogeke, ungesikiliza, ungeamini kweli? Hakiamini. Mzee ukiambiwa unaweza kuhubiriwa na mtu amogeke, ungeamini? Hata saa hizi unaona kama ni kiama. Ndio kwa maana napitaka karibu na wewe ndio niguse uone ni mimi. Ni maajabu. Bwana Yesu asifiwe sana. Maana huyu mtu ni mtu alikuwa anafaa kuuliwa. Ni mtu ambaye alikuwa anafaa kumalizwa. Maana alikuwa mtu mchafu, alikuwa mtu ambaye ni mbaya, alikuwa mtu ambaye ni jambazi. Akamwambia Mwenyezi Mungu asema hivi. Haleluya. Baada ya yeye kukubali kufanya mapenzi ya Mungu, naye Mungu anakujaga. Baada ya wewe kukubali kufanya mapenzi ya Mungu, naye Mungu anakuja. Vumilia tu na ufanye mapenzi ya Mungu. This God will never forsake you. Huyu Mungu hatakuacha. Huyu Mungu anajua kukutetea. Akamwambia Mwenyezi Mungu asema hivi, nimeapa kwa nafsi yangu. Yani imagine alivuruta mpaka Mungu akakuja. Hebu tafuta njia ambayo unaweza kuvuruta Mungu. Ulete Mungu mpaka akuje kwa maisha yako. Mpaka Mungu mwenyewe aape. Mpaka Mungu mwenyewe aseme by my name I swear. Unafikiria Mungu kuteremuka kusema by my name? Mungu mwenyewe ateremuke kwa sababu yako, kusema kwa nafsi yangu ninaapa. Kwa nafsi yangu. Imagine umevuruta Mungu. Ni nini hiyo umefanya mpaka Mungu akateremuka? Ni nini hiyo umefanya mpaka Mungu akasikia I need to go down? Kweli huyo mtu ananiamini, kweli huyo mtu ananipenda, anateremuka personally. Yani sema personally. Sijui kama mnajua Kisugu. Mnajua Kisugu? Personally ni kusema nini? Akateremuka mwenyewe, yeye mwenyewe. Yani amefanya kitu mpaka Mungu akakosa amani kule mbinguni. Mwambie mwenzako lazima sasa tukoseshe Mungu amani mpaka akuje. Fanya kitu ukoseshe Mungu amani mpaka akuje. Akamwambia asema hivi, nimeapa kwa nafsi yangu kwamba kwa kuwa umefanya hivi,
kwa kuwa umefanya hivi, wala haukuninyima mwanao wa pekee. Sijui kama mnaelewa. Wala haukuninyima mwanao wa pekee. Yani alikuitisha kile cha pekee. Just imagine uitishwe katika mtoto kako kwa kipekee. Imagine what you can do. Ama katika biashara, ama the only 1 million remaining kwa account yako, the 100,000 remaining kwa account yako, the 10,000 remaining kwa account yako. Hiyo ndio Mungu anakuja na kuambia, nenda utoa hiyo 100,000 upeleke kwa Dora Waroige. Na una imagine Dora Waroige ni nani? Unampelekea bako nasa kuuliza Mungu, umesema Dora Waroige ama umesema Duru Warunge? Bwana Yesu asifiwe sana. Umesema Duru Warunge ama umesema Dora Waroige? Mungu anakuambia Dora Waroige. Hello Mungu, sijakusikia vizuri. Ati umesema Duru. Hello, kwa sababu hutaki kusikia. The only 100,000. Tumesikia. The only 100,000 remaining in your account ndio unaenda kupata Dora Waroige. Baka una confuse jina. Ndio Mungu akwambia ni Duru. Sasa alafu akwambia au mwambie Duru anakaaga wapi? Bwana Yesu asifiwe sana. That is the taste of God. If only you can be able to pass the covenant of God, if only you can be able to pass this taste of God, God will come. Ukishinda hiyo majaribio, ukishinda hiyo challenge ambayo unaipitia sasa, Mungu atashuka. Maana atashuka na kuapa kwako, kushuka na kuweka covenant. Maana hapo ndio Mungu aliweka covenant na Abraham, akamwambia kwa umefanya hivi, wala hukuninyima mwanao wa kipekee. Verse 17, mwanao wa kipekee. Imagine, you are only Ian. Hallelujah. You are only egg. Hallelujah. You are only sweet baby. Hallelujah. You are only thing that you have, that you call. You are only plot. You are only car. Umeambiwa na Mungu ipatiane. Oh my God. Hapo ndio unaitaga Mungu, na usimuiti Mungu, unamuita oh my God. Hallelujah. Because you don't want to hear. You don't want to imagine that you are surrendering. You don't want to imagine. But remember all this that you have, God gave you. Kumbe Mungu alikuwa anataka tu kukutest. Ni nini unaweza kunizuia? Hallelujah. Mwambie mwenzako, ni nini unaweza kuzuia Mungu? Oh, mpaka akashangaa that kwa maana wala haukuninyima mtoto wako. Haukuninyima mtoto wako wa pekee. You are only son. Ulimwenda kumupatiana. You never cared about self. You cared about me. Hakika. Bwana Yesu asifiwe sana. Hakika. Hello. Sema hakika. Hakika. Nitakubariki. Sema nitakubariki. Tusome pamoja. Hakika. Nitakubariki. Na wazawa wako nitawazidisha kama nyota za mbinguni. Na wazawa wako, wewe sasa na generation yako, wewe sasa na watoto wako, wewe sasa na biashara zako, wewe sasa na maisha yako. Hebu imagine, aligusa Mungu kiasi gani? Aligusa Mungu kiasi gani? Paka mtu akakuja, we na usiaroro wako, wewe na kizazi chako. Yani kuna kitu unaweza kufanya hapa, kafanye kizazi chako kibarikiwe. Kuna kitu unaweza kutoa leo kibadilishe kizazi yako. Kuna sadaka unaweza kutoa leo mpaka kizazi chako kibarikiwe. Kuna jambo unaweza kufanya leo ukainuliwe mpaka kizazi chako kifurahie matunda yako. Mwambie hata kilala tutahubiri. Bwana Yesu asifiwe sana. Hello. Mwambie mwenzako mwenye amelala, mwambie hata kilala tutabarikiwa already. Haijalishi. We are going to be blessed. Hakika. Yani na wazawa wako nitawazidisha kama nyota za mbinguni na kama mchanga wa ufuoni kwa bahari. Wazawa wako wataimiliki miji ya adui. Yani sijui kama mnanielewa. Wazawa wako watamiliki miji ya maadui. Ngoja, hebu tulieni. Sijui kama utulia kidogo. Sijui kama mmenielewa. Mmeelewa? Mimi koseni kunielewa. Hebu tuelewe Biblia. Inasema nini? Wazawa wako. Wa nani? Simameni. Ngoja.
Acha nikuongea ni kama mmetoka sijui wapi. Ogeni ni kama mmetoka Kenya. Ama nyinyi wa Tanzania? Nyinyi ni wa Mama Suluhu? Hebu nisikilizeni hapa. Wazawa wako watamiliki miji ya adui zao. You have no cause to worry of that enemy. Tutakanyaga mpaka kwao tukanyage. Tutamiliki malango yao, tutamiliki vitu zao, tutamiliki kila kitu chao, tutasambaratisha mipango yao, tutaangusha minara yao, tutaangusha kombani zao, tutaangusha kazi zao, tutaangusha huduma zao, tutaangusha mipango yao. Maadui. Yani tumepatiwa mamlaka kwa sababu ya kitendo kilitendo na Abrahamu. Sisi ni wana wa Abrahamu. Tumepatiwa, tuko na mamlaka. Yani maadui, hako kamutu kana kusema kule nje, hako kamutu kana pigana na wewe, hako kanyangalika kana sema maneno, hako kagunia katakataka kana kunyamba ovyo. Utamiliki, utakamiliki, utakakanyaga. Wao walisema utashindwa, utawakanyaga. God has given you a guaranteed protection. Amekupatia a guaranteed protection ya kwamba no weapon fashioned against you that will prosper. Nobody will raise a finger against you. Nobody will fight you. He will fight on your, he will do his part. Mungu atakupigania. Mungu atawamaliza maadui. Kutoka leo natangaza, maadui wangu wote wasambaratike, maadui wangu wote waanguke, maadui wangu wote wameswe na dunia, Maadui wako wote utawaona wakimezwa na dunia. Watamezwa na dunia. Wapatie muda tu. Wapatie. Maana ni kwa nini? Niko na maagano na Mungu. I am in the covenant of God. No weapon fashioned against me. No powers of darkness can reign against me. Every wall of Jericho is going to go down. Every wall, every plan of the devil in my life is going to go down. Itaanguka, itasambaratika, itakorokoto, Nikimwona galimu eginya gatano go ya jaba. Nobody, sema nobody can shake me. Mwambie mwenzako nobody can shake me. I am a child of covenant. The covenant that God covenanted with Abraham will never allow any enemy to rise against you. That every weapon fashioned against you will come to null and void. Mungu huyu atakupigania kwa sababu kuna maagano. Haleluya. Mungu atakupigania sio kwa sababu unafaa. Haleluya. Yaani sio kwa sababu umeokoka. Sio kama unanielewa. Sio kwa sababu unakujanga kanisani. Sio kwa sababu ati umeokoka 10% kama Dora Waruige. And this is what I'm tell you. Mimi sijaokoka venye mumeokoka. Kama nyinyi waokofu, nyinyi hamtokosaji wanawake, nyinyi hamfanyagi hivi na hivi, mimi nafanyaga. Wewe muokofu, nenda kwa watu waokofu, wachana na mimi. Wewe unakaaga biguni na teremuka asubuhi, nenda ukae huko kwa watu wa kuteremuka asubuhi. Hapa tuko na majagiri, si umesikia ule amevuta gapi? Leo amevuta kamoja asubuhi. Vuta kengine, ukitoka hapa bora usishikwe na polisi, vuta. Hiyo ni mumea ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Hapa tuko na majagiri wengi. Angalia wale wasichana wa Mukuru. Wako wapi Mukuru Massive? Yes. Mumenyaganya watu asubuhi pesa ngapi? Mumekoni watu wangapi? But they are still looking for God. Being in sin does not mean that you are condemned. Being in sin, and that is why I am a sinner, so that I can be able to walk with the sinners, so that tutafute Mungu. I am a sinner, so that I can accommodate tutembee na wewe. Wale watu waliokoka wamewekwa ndani ya friji kwa sababu ya kuokoka, wasioze. Nyinyi kaeni na wokovu wenu. I don't need you.
My boss anaitwa Jesus Christ, and Jesus never came for the good. Alikuja for people like Dora. Hallelujah. Mwambie Yesu, mwambie mwenzako haleluya. Mwambie mwenzako haleluya. Mwende mtafute kanisa ya wokovu. Hii ni kanisa ya raia. Watu wa Mukuru oye. Watu wa Kariobagi oye. Watu wa Dadora oye. Yes, sisi ni watu tunakosaka kila siku. Na ndio kwa maana Yesu alikuja akatukufia kwa msalaba, kwa sababu yule atakayemwamini naye atakombolewa. Yule atakaye katika jina la Yesu, atakaye taja jina, na hilo jina linakufungulia milango, linakusaidia. Wachana na waokofu waendelee. Na wao waokofu mnaendaga choo pamoja. Hao waokofu mnakanyaga dunia pamoja. Hao waokofu wananuka jaso kama wewe tu. Na tuko na wao wapi? Na manuga gathigino tadegere. Na material nake. Na material nake. Matulaga makona gatumia. Yogo nona mtu hale. Ile uga tunapatia watu waende wakule washibe, maana our boss Jesus has a provision for the people ambao hawana kitu. Hallelujah. My boss Jesus Christ ako na kitu inaitwa compassion. Anajua kubariki watu, anajua kusimama na watu, anajua kutembea na masikini, anajua kutembea na watu wa bangi, anajua kutembea na watu wa sigara, anajua kutembea na watu wa chang'aa, anajua kutembea na malaya, anajua kutembea na waizi, anajua kutembea na hawa, maana alitumwa na Baba akuja kwa sababu ya hawa watu. Hii kanisa ni ya malaya, ni ya waizi, ni ya wachawi, ni ya kila takataka. Manugu waliokoka kwendeni. Kanani atia? Wewe wewe ni mmoja wa kutoka mbinguni. How is heaven? How is it? Did you eat breakfast? Kumbe hata hajakula breakfast. Wacheni tukae kama Yesu. Mwambie mwenzako, wacheni tukae kama Yesu. Hakuna siku Yesu alijiona mtu wa maana. Alitembea na waizi, alitembea na maraya, alitembea na wauaji, alitembea na tax collectors, alitembea na watu hawafai, watu ambao walikuwa na nuka, alitembea na wao. Katika kunuka kwao alisikia manukato, alisikia perfume. Katika kuishi kwao alisikia kitu kizuri. Akashika malaya moja, pole wacha nikutumie wewe si malaya, lakini alichukua malaya moja akaiweka hapa, akakuwa anatembea nayo. Wazee wakauliza, huyu anatembea na malaya kwani ni nani? Akaambia wazee, mimi sikutumwa kwenu, nilitumwa kwa hoyo, mimi sikutumwa kwenu, mimi wachaneni na mimi, nyinyi wazuri, sikutumwa kwenu. Nyinyi wazuri, I was not sent to you. I don't belong to you. I am not of your class. I am not of your tribe. My tribe is these people. I have no business. I have no business with you. I have no time for you. I am not of your class. Hebu fanya hivi, I am not of your class. Sisi ni watu, bosi wetu anaitwa Yesu. Haya, si waambie mwenzako bosi yako anaitwa Yesu. Una imagine? Ngoja kidogo. Nisikilize tu. Una imagine our boss alikuwa na masajua na maraya wa Koinage. My boss na alikuwa na masajua na nywele, mpaka maraya akapanda, mpaka maraya akasugua mguu, mpaka bosi yako akanyorosa mguu vizuri, mguu ingine kanyoroswa ikaangaliwa vizuri na maraya wa Koinage. Wakenya wangekuwa huko wangeua huyo maraya. Yani you can imagine my boss was massaged by a prostitute. Nyinyi wazuri hata hamkupata nafasi ya kukaribia my boss. Watu wazuri hawakupata nafasi ya kukaribia my boss. Can you imagine now my boss Jesus Christ being massaged by a prostitute, and you are a holy one from heaven? What will you say? Huyu ni kujiua tu. Yani hawezi kuimagine that Jesus is being touched by
dawa ya prostitute. Mimi nimeita malaya wote wakuje, waizi wote wakuje, wauaji wote wakuje, majangili yote wakuje, maana bosi yangu anasema ni hao ndio watu wake. By the way, leo jioni nitapitia Koinange Street. Yes, nitapitia leo. Monitoring spirit. You have information now. Nitakuwa huko Koinange. Nitaongea na wao. Yes. Hello. Na ndivyo alikuwa ameanza kunipenda. Ati Koinange tena. Na ndivyo alikuwa ameanza kunipiga luku. Sasa amesikia nitaenda Koinange. I'll be working with them. Yes, aste. Na unajua kwa wanavaa kahadi kachifu, kakufunika tu. Na wengine wanakaa wanavaa kaji. Unajua kaji? Pastor yako alidoleka. Nemoigwa. Pastor yako alidoleka. Yeko alidoleka ya mundu niki wake noguo. Gakenete ma. Ndari igwo guo. Athia kwa andu aria maikaraga matu iguru. Athia kwa andu aria mapasta maria maikaraga matu iguru na honokia matu iguru. Guku tuikaraga uguo. Nemoigwa. Wageni wetu sisi ni watu wa hapa duniani. Are you getting me? We belong here. Tunafanyanga makosa kila siku. Mimi ni sigo. Unataka kuniambia nifuge macho ndio niitwe mwokovu? Nifuge macho ndio niitwe mwokovu? Yesu mwenyewe alishikashikwa na maraya. Wewe ni nani? Wewe kama hauna spirit ya umaraya, wachana na mimi. Wacha nitembee na maraya. Bwana Yesu asifiwe sana. Hawa ndio Yesu alipenda. Hello? Hawa maraya ndio Yesu alipenda. Wewe ulikuwa haukupendwa. Leo naona wakristo wale wa biguni wanasikia kwa dunia ipasuke. Oyo kaka ne kanitha kariko. Thikanitha kanyu. Gaka ne gaitu ka mikora. Na kando mathiaga na micumba. Gaka ne gaitu. Kando aria mathiaga na ke na cumba. Na garia gathiaga na andu matondaga. Ukira. Amuka. Gaka kando aria matondaga. Gaka kanja. Yes. This is the home, our home. Where do ulikuja kuintrude? Toka kwa nyumba yetu. Sisi we are comfortable. Kama wewe ni maraya, mimi ni muisi, wewe ni muuaji, we are all comfortable in the house of our Father. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Ndio gombo duri. Ikashoka hududa. Hapo. Yeah. We are what? We are all comfortable in the house of our Father. Hallelujah. Tuko kwenye nyumba ya Baba. I am what? In the house of the Lord. Hiyo ibo tunaibaga nani? There is something. Yeah? There is something today in the house of the Lord. There is something today in the house of the Lord. House of the Lord. In the house of the Lord. There is something today in the house of the Lord. There is something today in the house of the Lord. There is something today in the house of the Lord. Hallelujah today in the house. Hallelujah. There is something in the house of the Lord. Kuna kitu ndani ya nyumba ya Mungu. Tunaenda kukula chakula ndani ya nyumba ya Mungu. Tunaenda kubarikiwa ndani ya nyumba ya Mungu. Haijalishi kama uko uchi, haijalishi kama uko namna gani, maana God is a God of covenant. When God came to the children of Israel, kuenda kuwaokoa kule Egypt, hakuwaambia hata mmoja aokoke. Ama kuna mahali waliambiwa waokoke? Waliambiwa prepare yourself. I'm coming to remove you.
Hallelujah. Prepare yourself. I am coming to change your life. This is what God is saying. Prepare yourself. I'm coming to bring a change in your life. I am coming to transform your life. Say, prepare yourself. Akaambia wana wa Israeli ambao walikuwa wanaabudu sanamu, walikuwa wanaabudu ng'ombe, walikuwa wanaabudu michongo wakati wakiwa Egypt. God did not look at michongo. Hawakuangalia sanamu. Mungu hakuangalia hizo vitu zote. Aliangalia covenant yake na Abraham. God is not interested on how you dress. Kuja hata ukikuja uchi hapa kesho, we are going to accept you. Tutakununulia nguo. Tutaelewa ni nguo hauna. Kuja hata kama wewe ni prostitute wa Koinage, tutaelewa ni bwana hauna. Wa Kristo walikunyaganya bwana. Bwana Yesu asifiwe sana. Hallelujah. Wangapi wanasikia kubarikiwa mpaka hapo tumefika? Hata nasikia kujazwa na Roho. Verse 18. Nasikia kujazwa na Roho. Sema kujazwa na Roho. Hallelujah. I can feel the presence of God. Hata kama nyinyi ni majagiri, I can feel the presence of God. Kumbe the presence of God hainanga mipaka. Kumbe Yesu hana mipaka. Kumbe Yesu anatembea mahali popote. Hata kama wewe ni jagiri kama mimi. Unajua mimi ni jagiri tu ya kawaida. Najua sasa mkikuja na hiyo kitabu yenu ya wokovu, najua mimi sitaenda mbinguni. Hata sitakuja kuitwa jina, maana haiko. Haiko. Maana mtafuta. Hata kama ilikuwa imeandikwa, wokovu watakuwa wamefuta. Sita attempt. Nitaenda kukaa kwenye covenant. Nitaenda kukaa kwenye covenant na Mungu. Nikoje pande ya watu wa covenant waitwe, hapo nitakuwa number 1. Lakini kwa watu kitabu ile mnasemaga kutakuwa na kitabu na vitabu. Na kina hawa wakuwe wa Kristo wakulala mbinguni. Na kule mbinguni ndio kitabu inaandikiwa. Unaona akiona hii ndio yako hapo. Na ni makinyile ligi itafanyika. Nitaondolewa kwa hiyo jina itaondolewa. By the time ifike hapa Dora Waroige itakuwa imeng'olewa, atakuwa ameandika Duru Waroige. Bwana Yesu asifiwe sana. Nataka sasa mtengeneze sadaka. Ati nihubiri, niendelee kuhubiri. Si utoe sadaka kwanza ndio niendelee kuhubiri. Shika sadaka yako vizuri. Niombee sadaka. It's a covenant. Call that sadaka ya leo uite a covenant between me and God. Kwa hivyo kila mtu hata kama ni peni huko nayo, hata kama ni shilingi moja huko nayo, uishike kwa mkono wako, maana nataka tutengeneze maagano na Mungu. Maagano ndio atakufungulia njia. The covenant, it will open all the doors for you. Your life will never be the same again. You will never be the same again. Kwa hivyo ingia kwa mfuko yako. Hata kama ni shilingi moja uko nayo. Wazee hawa mzee mnasemaga mumekaa miaka mingi, mumetoa sadaka miaka mingi. Leo mtatoa. Hiyo yenu ni ya zamani. Leo mtatoa. Ingia kwa mfuko kila mtu. Anionyeshe pesa yake hivi. Hata kama ni shilingi 10, ingia kwa mfuko yako. Kila mtu aliye kwa nyumba, na kama hauna, angalia neighbor muulize kama ako na kitu akupatie. It is not about money, it's about making a covenant. Kama hauna, omba neighbor yako. Na nyinyi watu wa kukaa bikuni, uliza neighbor kama ako na kitu. Kama mimi sina, mtu anipatie. Kitabu cha Exodus, Kutoka 4 mstari wa kwanza. Kitabu cha Exodus, Kutoka, andika Kiswahili, 4 mstari wa kwanza na wa pili. Shika, kila mtu ashike. Hakikisha umeweka, usidanganye Mungu. Usidanganye Mungu. Isaac alipelekwa mpaka kwenye madhabahu, akienda kuchinjwa, kondoo akapatikana. Don't lie. Kila mtu aliye kwa nyumba hii, kama hauna, ambia neighbor akupatie. Kuna kitu cha muhimu. Leo maisha yetu itabadilika forever. And God will start retracing your roots. Mungu atakutafuta tena.
na atakuelekeza kwenye mipango yake tena. Atakuelekeza kwenye njia. Ile kazi yako ilikuwa imekwama, Mungu ataibariki. Hiyo familia yako imeteseka kwa umaskini, Mungu ataiinua tena. Kutoka 4 mstari wa kwanza. Nataka Kiswahili please. Kiswahili. Bwana Yesu asifiwe sana. Wazee kila mtu ameshika. Usishike mkono hivi kama hakuna. Wengine wameshika hivi na hawana kitu. Wengine wameanza kulala. Wewe unalala ninakuona. Fanya mkono yako hivi. Fungua mkono yako hivi. Kama hauna usema sina. Oba neighbor. Nabia neighbor nisaidie. Nataka kushiriki katika dhabihu hii. Ambia neighbor nisaidie, nataka kushiriki katika dhabihu hii. Ni dhabihu muhimu sana. Mose akamwambia Mungu, lakini Waisraeli hawataniamini wala kunisikiliza, bali watasema kuwa wewe Mwenyezi Mungu hukunitokea. Bwana Yesu asifiwe sana. Watasema wewe Mwenyezi Mungu haukunitokelezea. Yaani ni kama Musa anawaambia Mungu, nikienda kwa hawa watu watasema ninawadanganya. Lakini Mungu alikuwa na agano na Abraham, kizazi chako kitaenda utumwa wa miaka 400. Lakini miaka 400 ikikuja kuisha, nitatuma mtu atakaye waokoa. Kumbe God is acting on the covenant. God is acting on the covenant ya miaka 400. Za Musa alikuja because of the covenant. God will come to your life because of the covenant. Verse 2. Stick to the covenant of God. Hapo Mwenyezi Mungu akamwambia Musa, unashika nini mkononi mwako? Bwana Yesu asifiwe sana. Umeshika nini mkononi mwako? Maana Mungu anataka kuactivate the covenant. Anataka kuactivate his plan in you. Anataka kuactivate his agenda in you. Anataka kuactivate, to renew the contract of the covenant. God is renewing you. Akauliza Musa. Hapo Mwenyezi Mungu akamwambia Musa, unashika nini mkononi mwako? Musa akamwambia, nimeshika fimbo. Haleluya. Kwa hivyo sio sadaka, sio pesa. Akamwambia nimeshika fimbo. Verse number 3, quickly. 3. Kibia harakani. Mwenyezi Mungu akamwambia, itupe chini. Mwambie mwenzako aitupe chini. Musa akaitupa fimbo chini, nayo ikageuka kuwa nyoka. Musa alifanya nini? Akakimbia. Kumbe sadaka yako hiyo itakustua leo, itabadilisha maisha yako, itabadilisha njia zako, itabadilisha majina yako, itabadilisha biashara yako, itabadilisha ndoa yako, itabadilisha hatima yako. Baka Musa akakimbia. Kuna muujiza unaenda kutendeka kwako, muujiza utakao badilisha maisha, baka utashangaa, utajishangaa. Mwambie neighbor yako ya kwamba unaenda kunishangaa. Verse 4 quickly. God is a God that is really amazing. Mwambie mwenzako, God is a God that is really amazing. Is amazing God. Lakini Mwenyezi Mungu akamwambia Musa, nyosha mkono wako umkamate mkia. Ukamate mkia wa nyoka. Na ndivyo tunaogopa nyoka. Akamwambia nyosha mkono wako umkamate mkia. Musa akanyosha mkono wake, akamkamata nyoka, akageuka tena kuwa fimbo mkononi mwake. Verse number 5. Akakamata yule nyoka tena akageuka akakuwa fimbo. Maana Mungu anaenda kubadilisha chochote ambacho uko nacho. Utakuwa mtu wa baraka, utakuwa mtu wa covenant, utakuwa mtu wa kuinuliwa tena. Mwenyezi Mungu akamwambia, hivyo Waisraeli watapata kuamini kuwa mimi Mwenyezi Mungu, Mungu wa baba zao, Mungu wa Abrahamu, Mungu wa Isaka, Mungu wa Yakobo, nimekutokea. Weka sadaka yako hapa.
tuleteni sadaka. Wao upande huu mulete hapa, wao upande huu mulete hapa, wao upande huu mulete hapa, nyinyi wa upande huu mulete hapa. Haraka, kibieni kabla Mungu anaenda kutenda sasa. Haleluya. Angusha tu hapo chini. Angusheni hapo chini. Drop it there. Don't worry. Sio lazima weke kwa kikapu. Angusha hapo chini. In the house of the Lord. Hallelujah today. In the house of the Lord. There is something today. In the house of the Lord. There is something today. In the house of the Lord. There is something today. In the house of the Lord. Hallelujah today. In the house of the Lord. And there is healing today. In the house of the Lord. There is healing today. In the house of the Lord. There is healing today. In the house of the Lord. Hallelujah today. In the house of the Lord. And there is power today. In the house of the Lord. There is power today. In the house of the Lord. There is power today. In the house of the Lord. Hallelujah today. In the house of the Lord. There is shangwe nyumbani mwa Baba. Kuna kitu leo nyumbani mwa Baba. Kuna kitu leo nyumbani mwa Baba. Haleluya leo nyumbani mwa Baba. Kuna ushindi leo nyumbani mwa Baba. Kuna ushindi leo nyumbani mwa Baba. Kuna ushindi leo nyumbani mwa Baba. Haleluya leo nyumbani mwa Baba. Kunazo shangwe leo nyumbani mwa Baba. Kuna shangwe leo nyumbani mwa Baba. Kunazo shangwe leo nyumbani mwa Baba. Haleluya leo nyumbani mwa Baba. Kunazo shangwe leo nyumbani. Kuna shangwe. Tuimbe shangwe. Nyumbani mwa Baba. Tusimame kwa miguu yetu. Leo nyumbani mwa Baba. Haleluya leo nyumbani mwa Baba. Kuna kucheza leo nyumbani mwa Baba. Kuna kucheza leo nyumbani mwa Baba. Kuna kucheza leo nyumbani mwa Baba. Kama unaweza kusimama usimame. Kama una uwezo wa kusimama, simama tu kwa miguu yako. Haya, tunacheza. Chezea Yesu. Thank you. Inua mikono yako juu, niombee sadaka zako. Ee Mungu muumba wa mbingu na dunia, ninakushukuru. Isaka ulimwambia baba yake ampeleke kwenye mlima, amtoe kama zaka ya kuteketezwa. Alipompeleka kwenye mlima, akienda kumchinja mtoto wake, ulimtokelezea na ukamwambia kuna kondoo nyuma yake. Najua maisha ya watoto hawa yamebadilika kutoka leo. Ulimuuliza tu Musa, umeshika nini mikononi? Akamwambia nimeshika fimbo. Baba, najua maisha ya watoto hawa imebadilika. Maana fimbo ambayo ilikuwa kwenye mikono yao imebadilika, imekuwa nyoka, kisha ikabadilika ikarudi fimbo.
wamepata imani ya kwamba wewe ndio uliwatuma kwenye nyumba hii, wewe ndio uliwaita kwenye nyumba hii, wewe ndio umewaita katika kazi yako. Leo wamekuwa na imani ya kwamba kuna mpango uko na maagano na wao. Leo wameenda nyumbani wakijua maagano yameanza kufanya kazi. Leo wameenda nyumbani wakijua waliokuwa wamewainukia, waliokuwa wameinukia nyumba hii, walioinukia walikuwa na mipango ya kumaliza nyumba hii atiishe. Baba, nakuomba tu, wewe ndio ulisema ukamwambia Abrahamu, maadui wetu hawatawezana na sisi, utawapiga mpaka wasambaratike wote. Asante Baba, asante kwa mzee aliyo hapa, asante kwa mama aliye hapa, mvulana na msichana wote walio hapa, ukawabariki, ukawainue, ukawatakaze tena, na ni katika jina la Yesu Kristo naomba na kuamini. Pigia Yesu makofi mazuri. Sasa mnaweza kuketi, wachana nazo, mnaweza kuketi kidogo tu. Kuna rafiki yangu hapa, pastor wangu wa kanisa ya Rodwa, alipitia hapa, nikasema wacha tu nitakuja tu, usiwahi viatu, kuja tu hivyo. Ukivaa viatu takaa sana, na najua wewe ni mzee, umezeeka kidogo, ni kama mimi. Salimia watu wa Mungu tu. Bwana asifiwe. Asifiwe tena. Ndugu yangu Apostle, umenibariki. Na hiyo neno tulikuwa tunaongea naye asubuhi tukiwa kwa ofisi, sikuwa nimejua atakuja kuihubiri. Neno tu nitaachia kanisa. Wale wote mko chini ya Apostle, tafuta tu obedience. Nyenyekea, na ukinyenyekea utabarikiwa. Tukianza kwa Garden of Eden, Adam alikosa kunyenyekea. Nisikia pastor akisema kanyaga kubwa kubwa. So hapa mtakanyaga kubwa kubwa. Vila Adam alikanyaga. Si alikanyaga? Tuende kwa Cain. Baada ya kuwa ndugu yake, Mungu alimwambia, ndugu yako ako wapi? Akasema ajui. Alifanya nini? Alikanyaga kubwa kubwa, si ndio? Turudi kwa cousin wa Abraham, alikuwa anaitwa Rod, na roho mbaya. Nilisikia pastor akisema hapa roho mbaya. Wangapi wako na roho mbaya kuhusu pastor? Akachagua ile shamba ilikuwa safi na akaenda huko. Nini ilitendeka? Sodom na Gomora. Nyinyi mtengea Sodom na Gomora. Hapo ndio tunatafuta. Abraham akaenda ile ilikuwa nyika, haikuwa na maji, haikuwa na chochote. Huko wanyama wakaongezeka, mimea ikakuwa mzuri, watoto wakakuwa wazuri, Isaac akapatikana. Nani ule mwingine naye alikuwa mtoto wa Hagar? Ismail. Na watu walibarikiwa. Lakini wale wa Lot, hata unaona bibi yake akawa chifu, akawa chumvi. Utaenda kuwa chumvi kama unaenda kucheza na yeye. Sio hivyo peke yake. Turudi Joseph kwa Biblia. Yeye alikuwa mnyenyekevu, alikuwa anatii baba yake. Akitumwa alikuwa anakimbia. Akaingia nyumba ya Potifa, hakuwa mtiifu. Hata kuwekwa kwa prison, baada alikuwa mtii, alikuwa anatii. Hakukanyaga kubwa kubwa, alipewa baraka. Mwishoe kuna Moses, sio mwishoe. Moses aliitwa. Na wakati alikimbia, akaingia kwa Jethro. Akaambia angalia mifugo. Akawa anachota. Ilikuwa ni kazi ngumu. Unajua ngamia. Jethro. I'm talking about Moses. Mimi ni mwalimu. Wewe ukani confuse. So Moses baada kutoka Egypt aliingia kwa Jethro. Na alipata wale wasichana wa Jethro wakifanya nini? Wakinywisha mifugo maji. Na mnyama alipata hapo ni ngamia. Ngamia hunywa maji mingi. Wangapi wako tayari kulisha ngamia? Ndio ile. Ile ngamia ishibe. Nilisikia tangu asubuhi nikiingia hapa anasema si tumejazwa na maneno magumu magumu. Na akachitoa asubuhi na akasema yeye ni mtenda dhambi. Na dhambi zake zinaokaa kila siku. Na kutoka hapo Moses alipata spora. Wangapi watapata spora hapa? Wangapi wataona Mungu? Mwishowe nikimalizia, Elisha alifanya na mtu alikuwa anaitwa Elijah. Elijah alikuwa na hasira mbaya. Elijah alikuwa na kasirika kila wakati. Elisha alimvumilia. Na mimi navumilia baba yangu. Na mimi nasema kuna kiatu atanipea, kuna t-shirt atanipea. Niliomba nikiwa Eldoret.
na mimi nitaishika na nitainyekua. Simbarikiwe mwenye mko hapa. Si Mungu akue na nyinyi. Kwa majina mimi naitwa James Kennedy Mecha. Mimi ni mzaliwa wa Nyamira. Huko ndio nilizaliwa. Huko ndio alipatikana. Nyamira County. Mimi ni Mkisii. Lakini Biblia inaniambia ubarikiwe mahali umezaliwa. Lazima utoke. Abraham alitoka ndiye akaenda kufanya nini? Apostle amebarikia akiwa wapi? Nairobi. Sio Molo, sio Nyamira, sio Nyeri, ni Nairobi. Mimi nimeenda Lodwa. Vile amesema nilikuwa mlevi. Tulipigana na bibi yangu. Wale ambao mmeolewa hapa, tulipigana na bibi. Na kitu tulikuwa tunapigana na bibi ni messages zilikuwa zinakuja kwa simu. Na sasa hizo nimeenda kutafuta mahali. Kumbe hiyo mali ilikuwa inanidanganya. Saa hii niko na amani. Amewaambia asubuhi wenye mlikuwa hapa, nimempatia kipawa ya kuhubiri. Na mimi kazi yao nimwambia niombe. Na saa hii Mungu kupitia maombi ya baba tumekuwa na karibu eka moja ya church. Na baba alinifunza lazima uchitoe. Hakuna mtu ametupea. Hakuna sadaka tumeomba. Ni ile kazi Mungu alinituma niende nifanye. Na apostle ametuombea. Na mimi naomba nataka kwanza nimalize ndio niwaambie mkujeni. Muiombe na ndio tupeane church. So church ya CFCM iko na shamba Lodwa na kanisa ambao ni yenu. Na kuanzia leo vile nimesimama kwa hii madhabahu nitamtumikia bila kuchoka. Ile siku ataniambia kujeni, nitasema asante, lakini tafanya miaka. Kuna mamangu pale anaitwa mama yangu nampenda sana. Aliniambia atakuja. Tena kuna mwingine kafupi ndio wako pale. Walinibariki last year December hapa tarehe 1 jioni kwa hii madhabahu. Tukawakisha mshumaa. So nyinyi mkienda simuhakishe mshumaa. Simuhakishe mshumaa. Mimi sasa kanisa ili nibariki, hata juzi nilipaambia grade ndio hiyo. Na siku angalia toka kaka chini atuanipe, waliniita nikawafanyia kazi, wakanipatia 98 marks. Maombi ya kanisa. Shamba nikawa napiwa, nilienda juzi nimepewa askari gari 5 na wananichunga tu na wananiambia Catherine yaka hapa. Aliniambia wewe nyamaza. Na kweli nikanyamaza. Walichunga mimi na mwisho akaniambia hii ni shamba ya mama yako. Si asanteni. Majina naitwa James Kennedy Mecha, niko na bibi na niko na wasichana 4. 2 wako ng'ambo, mmoja ako university na niko wako toa viatu chini ya kitanda. Ndio tunakanga nao. Asanteni. Asante my brother. Thank you. Si unasikia tuko Lodwa. Naona ngangana kupigana na sisi hapa. Hello. Ngangana endo jipage vizuri. Uone kama utatoboa. Hallelujah. Mwambie mwenzako I have a covenant. Na Mungu atalinda covenant ile. Pia kuna mtu iko wapi huyo mse? Yeye natafuta. Salimia watu. Yeah, praise God. Hallelujah. Ni mchana mwema, nimeokoka, Kristo ni Bwana katika maisha yangu. Nashukuru Mungu kwa kuwa ni mwaminifu na zaidi yote amenipa nguvu. Sijakuja peke yangu, nimekuja na mke wangu. Ningependa tu asimame wasalimie tu. Kwa hapa hivi. Yeah. Kuja tu wasalimie. Praise God. Mimi naitwa Veronica, nimeokoka na mpenda Yesu. Mbarikiwe. Amen. God bless you. Thank you. I want kukuambia kwamba jitayarishe uanze kazi ya Mungu. Yes. God has called you into ministry and I'm going to stand with you. I'm going to be your pillar mpaka usimame. Thank you. God bless you. Niko gaithiado. Kana igwa shemoniu. Kana uko iganira.
Come again to my sister of the other mother. Bwana asifiwe. Asifiwe tena. Kwa majina naitwa Wangari. Tumetoka pande ya Nakuru na nimeokoka, napenda Bwana na mimi pia ni biashara. Thank you. Unajua wanabiashara hawaongeage mengi. They don't speak many things. Yes, Presi. Kuja salimia watu. Our youngest pastor in the church. Kuja hapa. Praise God. Praise God. My name is Precious and I'm saved. I'm Barikiwe. Umeishia hapo. Thank you, God bless you. Nataka watu wa kuokoka sasa. Ndoeni hizi. Uko mahali hapa na umesikia kuna kitu Mungu amekusumukisia ndani yako. Simama juu. Uko mahali hapa na umesikia kweli Mungu amekuguza. Ameguza maisha yako na ungetaka kujiconnect na covenant ya Mungu. Leo nashikanisha watu na covenant. Simama juu. Ungetaka kurudi kwenye covenant ya Mungu maana umerealize I have not been into the covenant of God. Simama tu haraka ni kuobe. Simama tu kuobe. Niwe na ngoja, simama tu. Kuja mzee hapa. Yeah. Yes. Pigia mzee makofi. Kuja. Ungetaka kurudi kwa Yesu. Maana umeona kweli maisha yako haijakuwa mzuri na Yesu. It is like ulitoka kwenye covenant ya Mungu. Ulitoka kwenye maagano ya Mungu. Na ndio umekuwa ukistruggle, umeng'ang'ana, nothing is working. Na umerealize leo ni covenant uliondoka kwake. Kuja hapa haraka. Quickly. Kuja hapa haraka. Niwe na ungojea. Pigia mama makofi. Kujeni. Ni wengi. Wako wengi, muko wengi sana. Kuja tu maana Mungu amepatiana hii chance. God has given this chance for the purposes of you today. He want to be a blessing to you. Anataka kufungua maisha yako. Anataka kufungua hiyo biashara yako. Anataka kufungua hiyo ndoa yako. Anataka kufungua your life once again. He want to change you forever. He want to lift you again. He want to make a covenant. He want to renew the history between you and him. Anataka kukuandika kwenye kitabu upya. He is saying in heaven, I want to bless them. And I will change their life. I will change what they are called and I will lift them again. It is amesema kwa sababu haujakataa kukuja hapa mbele kukubariki nitakubariki. Kuja haraka. Huyo Mungu anasema kuja haraka. Haraka. Kimbia haraka. Kimbia haraka. Muko wengi. Kuja tu haraka, wacha kuzubazuba hapo. Mungu ndiye anakuita. Imagine wazee hawa ndio wanaokoka. Wewe umekaa tu chini hapo. Maana unasikia aibu. Ginyashoshoka. Okay. Yes. I'm still waiting for you. Na kugojea. Maana Mungu amesema kuna watu anataka kubariki mpaka kizazi chao. Mpaka kizazi cha kizazi chao. Because he has seen. Amesema anataka kubadilishia mtu maisha. Nimekupatia sekondi 2 ukuje ama tufuge hii chapter. Kuna mtu amekaa chini anasikia kuamuka, anasikia ni kama guru inamshika, anasikia ni kama nini inamshika. Yes, amuka tukuja. Maisha ni yako. Ni nyinyi naongoja young people. Kuna watu wengi young people. Ni maisha ni yako. It is your life. And God want to renew you. He want to put a new. Anataka kufanya maagano mapya na wewe. Anataka kufanya maagano. You are not supposed to lose. Haufai kupotea. Anasema kwa jina. Kujeni. Wewe kuja. Ni wewe. Kuja. Nyinyi wawili kujeni. Wacha kuulizana maswali. Kuja. Wewe na wewe kuja. Ule anajaribu kuinuka, anaona mwili imekuwa gumu. Mami, ni wewe ndio naongelelea wewe kuja. Na wewe kujeni.
Wacheni kuogopa. Yes, si unaona? Shetani anamwambia doradhie. Uradhie ko. Hapa kuna watu karibu 7. Amuka. Amuka. Kuja tu, Yesu anakuhitaji. There is a reason God brought you today here. Kuna sababu Mungu alikuleta leo hapa. Kuna sababu Mungu alikuleta leo hapa. Alikuleta ndio akubariki. This is your day. The day anakupatia kifunguo ya maisha yako. The day anabadilisha majina yako. The day anabadilisha njia yako. The day anabadilisha misingi yako. The day unang'olewa kutoka kwa shetani. The day ile kazi imekuwa ikioperate kwako inaondoka today. Inaondoka. Simama. Simama tu. Simama tu. Pigeti mkofi. Simama tu. Ni wewe naongojea. God is still waiting for you. Simama tu. Hapa kuna watu karibu 3 hapa ambao wanasikia, unasikia kiti imewaka moto, unasikia ikikuchoma huko, unasikia kuamuka unashindwa, unasikia kuamuka mpaka roho inapiga kama wewe roho yako inapiga tu 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 tu, wewe na kuogelea. Kama unajua roho wako hapa, kama unasikia roho yako inaenda speed, inua mkono juu. Mmoja ni mwanaume wa kijana mdogo, mwanaume ni kijana mdogo. Na yes, simama. Mwingine bado, another young man kama Ian. Kuja. Ameanza kuhangaika. Roho Bwana ananiambia anahangaika, anaangalia nyuma, anaangalia upande, anaangalia hivi, angalia yule mtu mko naye karibu anahangaika. Kuja haraka. Ni wewe naongojea. I'm waiting for you. I'm waiting for you. Huyo mtu ako karibu na wewe na anahangaika, unaona ameanza kukua na wasiwasi. Mungu ananiambia, shetani anamwambia usiamuke na Mungu anamwambia amuka, kwa sababu uko na gift. Kwa sababu unakamatwa ni kwa sababu uko na gift. Na hiyo gift shetani anataka kukunyang'anya na anataka kukumaliza. Kuja tu nikusaidie. Ni msichana na mvulana. Msichana na mvulana. Yes, come. Kuna mvulana mwingine. Kuna mvulana mwingine na msichana. Amuka tu. Amuka tu, enda pale. Amuka tu tafadhali. Ni wewe naongojea. Ni wewe naongojea, maana you are being rescued. Ikipita leo utakuja kulia. You are being rescued because the demons are all over you. Wamejaribu kukumaliza, wamekuweka mitego 2 3. And you've been really imekuwa scary. Life has been so scary. Stand up, I'm waiting for you. I'm waiting for you. There are 3 more. 3 more. 3 more. Come. Quickly. Come quickly. 3 more. 2 more. Wawili. Wamebaki wawili. Simama tu. Simama tu. Wacha kusikiliza shetani. Amuka. Amuka, maana Mungu anakuona. Na ni Mungu anakulilia. 2 more. Wawili wamebaki. Wawili wamebaki. Kuja haraka. Kuja haraka tu, amuka. Nyanyuka kwa hiyo kiti. Nyanyuka tu kwa hiyo kiti. God wants to bless you. God wants to lift you. Yes. Kuna mmoja, 1 more. 1 more. 1 more. Mmoja amebaki, 1 more. Amuka tu ukuje. Amuka. The time is running. Yes. Inua mikono yako juu. Jaribu kuja kwa katikati. Njoni upande huu. Njoni upande huu. Inua mikono yako vizuri. Nasikia kuna kwenye hii hapa katikati, kutoka hapa mpaka kule, nasikia kuna msichana na mvulana, na ni kama kumeandikwa kifo yako. Ni young, you are there about 20, in your 20s. In your 20s. In your 20s. Kuna msichana, kuna mvulana. Amuka tu. Amuka tu. Amuka tu. 1 more chance. Nita count 3,
Ya, sasa kumebaki mmoja. Mvulana sasa. Ni mvulana. Your life is so complicated. Saa hizi unasikia kifua kinapiga, kifua kinawaka moto. And God is watching you. Mungu anakuona na anaona venye unakataa. Lakini God has deliberately amesema anataka kusaidia huyu mtoto. Umekuwa rejected, somehow rejected. Watu hawakupendi sana. In the family nothing is working, in your life nothing is working. Quickly, simama tu. You are a man, a young 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 man. Thank you. Inua mikono yenu juu. Thank you. Tulia kidogo, tulia kidogo, tulia kidogo. Inua tu mikono juu. Tunataka sasa kuokoka. Na kutoka leo maisha yetu itabadilika. Sema Bwana Yesu, mwana wa Mungu, mimi nimetenda dhambi. Na mimi ni mshirikina. Na nimesengenya. Nimedharaulisha. Na kutoka leo nimekuja mbele zako kutubu dhambi zangu zote. Wewe shetani hauna mahusiano tena na mimi. Mimi ni wa Yesu. Nitamtumikia Yesu. Inua mikono juu. Nitamtumikia Yesu. Yesu peke yake. Sema amen. Baba, katika jina la Yesu Kristo ninakushukuru. Hakuna Mungu mwingine, wewe tu ndio Mungu. Hakuna ishara nyingine, wewe tu ndio mwenye ishara. Ninainua mikono yangu juu kuvunja nira na every foundation, misingi yoyote ya wachawi, ya ushirikina, ya kifamilia, ya majina, ya kitamaduni, ya misingi aina yoyote ile ambayo ni ya kishetani, ambayo ina mamlaka juu ya hawa. Ninawatenga, ninawaondoa kwenye minyororo ya shetani. Ninawafuta kwenye kitabu cha mauti, ninawaandikisha kwenye kitabu cha uzima. Katika jina la Yesu Kristo, wakumbuke, wakumbuke Baba, wakumbuke tena, wakumbuke. Wamesema, wameungama dhambi zao. Nimewafungua kutoka kwa maroho ya machafu ya kifo, confusion, stagnation, limitation, poverty, zote naziotoa from them. In the mighty name of Jesus. 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 You are free. Sema amen. Sasa kuna kasawadi niko nayo yenu. Mwendeni pale nyuma. Naona ile kule nyuma, msikae chini, msimame kule. Endeni hivyo. Msee akalishwe kiti, aende akae kiti. Lakini hawa wengine wanajua kutembea. Mwende pale nyuma, kusiingie mtu mwingine. Msiingie mtu mwingine. Wewe umeenda wapi? Unachukua bagi. Guka. Kalisha guka hapo. Nyinyi mwendeni kule nyuma kabisa. Yes. I want to talk to you. Enda huko nyuma. Wasimame tu hapo nyuma. Wale wataweza kukalia hapo nyuma wakalie. These are people I was called for. Si niliwaambia kuna watu niliitiwa? Ni hawa. Sasa watakuja kama maminister hapa. Watakuja kama wameng'ara. Watakuja wakiwa special. Watakuwa wakiwa anointed in the mighty name of Jesus Christ. Sasa tunataka tuende break. Alafu tutarudi hapa saa 9:30. Wale watu wa deliverance. Wale watu wanataka kuombewa, wale wako na matatizo mbalimbali, tutakuja hapa saa 9:30. Bwana asifiwe sana. Lakini kwa wale wamekuja, kuna mtapangwa venye mtapangwa. And now may the grace and now may the grace God, the fellowship of the Holy Spirit be with us now and forevermore. Amen. Empowering lives. Bethel Clouds TV, empowering lives.
Clouds TV, empowering lives. Bethel Clouds TV, empowering lives.